na kirende totarere totene paka totinde bono ekero tu atindira agnesium into. That is when we come to a level bono toko igwe kinya sago teba. That is when we come out of our mind. That is when bono totabwati bosoku totabwati bosoku toko tebya abantu ngebintu tokoli ne byatata egento gekogera nkolera nasinga enchondo che kinya sago chikokora mambia abana banyasaye liro lina tunyale komenya sense ye ko yumba yumba ekebunge ekamoneba asinga enchongo minyoki chinsa mumanyete Yesu akamanulirunga Petero tali akamanuliru Saitani akagendo Yesu akamubolinga ingalibaga njumbishe Petero lakini Yesu akasabira Petero gintu ngenda kukwana no gusaba nali Yesu agotebi Petero nga Petero Saitani nachete akambuli libaga. I should read that scripture for you. Saitani nachete akambuli libaga Saitani nachete akambuli libaga. Luke 22:31. Saitani na soma inue morole tali manga nane. Luke 22:31. Saitani nachete akambuli libaga akonyegeli manyanga Saitani nkogenda robuli libaga tonyegeli ebintu bindi bikokoleka buo Saitani ochire omuntu akaborogo gosabera abangina muragenda muto saberana Saitani oligiri libaga tagete koyumbisha abantu bamintu ogosaba kwaona kukura mokonye ogosaba kwa Yesu na kugwa konye te Petero abacha komutebinga naye bono gogotenena okongi abande oremi abande wano ntoli konyara kolemi kigera ntu abanyene ntole miri nturanyora abantu batusabere totenene ayoro musabiga cyusabere bali bamino egere botenene bagotenena baremi abande. Haleluya. Abana banyasaye omukristo gabwata mangana abiri aberoka dingana liyo monene naenda ari interpreti buya kabere ogosaba final amangana arenga abere atatu fellowship lakini abere na arama nene osomeli ingana naenda osabe naenda otasabe stibu ya buya ingana tokoligwa ona sekida ekichinke omonene bwe kanisa sabangi nochire kunyanchira muri oire kerengere ligeke tura abasuka ababenda n'ababasukuture aye kwara ntegerera ta kominyoka lyoka nabangina nabo tule lakini ntegeterero obo mungaini obo musacha ake utarasaba tegetebwe boliga amatuka aya na amenyire kanisa ngana iga nabo mbwenete ko bamunandeiga eboli pi ni nungo kuanera na kero kentari tiganye kuanere aye Gladys amatuka aya ko amenyire kanisa ngana iga nabo mbwenete ko bamunuriga lichi uyaya abanginaba onye goturigete igobwa toboruoti butari konyegeriko amina okonyegera kuri kwanyegeire ni nkiri ya injira yanyegeire kontagete kote ingogwa chete kambie jeteri kuchikonyegera naende amen twainyora niringa inkito bwate patie kero twamanyire bone ekebungu oneke sabaso muika njeningi nyoriteri mona sabete nyangori paka nkaira nilinya sambi ya mono na iboletwe kobo mogusi abande bayikubuganga nkibano gya mogusi abantu be I'm happy that I was born a Kisi and it was by revelation. Kweboli lili boli elio tagete to sabaso muika sekida ikaisana ngakitoko sabaso muika anchoba ayo monyene nga
ebintu mbire byange tika Nyasaye akumanurire neribaga bwati neribaga abantu banyasaye batabwati bakwane muna bamanure iwo monene akwana idea bunante neinega kangogo natige toborandia nande konye natigire ngugusuri kuja kubarandi konye natigire ngugusuri kuja kubarandi muna muigwete nyingwete ngambu yankorandi gusebono lakini konye natigire abana banyasaye maene konye natigire emambie yiwo nari kubuka ngende ku Tanzania inchiko gosamba no ena makara asa abantu batali kondoka pastor lakini gutoleka koroko konye tinda atiga koroko na Nyasaye akamana konge kerengere liyogo chaka gusuna munante nene gamanya ninje nkwero Nyasaye nabago koko manorerwa Nyasaye nabago ko kerengere likie byasara bite amina kwaneiga Nyasaye nabago ko enjera okorwa. Thank you Jesus. Biya mono monene ayenumu ya Nyasaye ayentata ayenjeso naye chinguru chiogo saba tubeke chinguru buna kwa mubegete Yesu. Biya mono Nyasaye. Praise and worship in Chugocha. Thank you, Lord. We give you glory. Abana banyasaye. We give you glory, Lord. Abana banyasaye. Thank you, Jesus. Nyasaye nabago ko komano direction kama wewe. Nakushukuru Baba. Nyasaye nabago ko direction. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Uniongoza Yesu. Uniongoze Yesu, uniongoze Bwana, uniongoze Bwana, uniongoze. Unitawale Baba, unitawale Baba, unitembele Yesu, unitembele Yesu, nitembele mimi na wewe Bwana, mimi na wewe, mimi na wewe Bwana, mimi na wewe, sitaweza Baba, sitaweza Bwana, sitaweza
tunalisifu jina lako kwa sababu wastahili sifa na utukufu Mfalme. Hakuna aliye kama wewe Baba, ni wewe tunakutegemea kwa kila jambo. Asante Yesu, maana wewe unastahili. Pokea sifa na utukufu. We worship you, Jesus. Lord, we call upon your name. Wewe ni Simba wa Yuda. Nenda pamoja na sisi. Tunakushukuru asubuhi ya leo. Tunalinua jina lako Baba kwa sababu wewe ni mwema. Wastahili kuabudiwa, wastahili kuinuliwa. Jina lako Baba lipewe sifa na liliwe kwa sababu wewe ni Baba yetu. Asubuhi ya leo Yesu, tumenyenyekea ili ukaweze kuinuliwa. Tumenyenyekea Yesu kwa sababu ya leo. Asante kwa sababu kutoka Nyang'oli Mungu wetu na wamefika salama, tunakushukuru. Ansa ibada siku ya leo Yesu, ukaonekane asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Baba yetu. Tumejiachilia Yesu katawale mkutano wa leo. Jina lako lipewe sifa na jina lako liinuliwe. Hatuna Mungu mwingine kama wewe. Wastahili Yesu na uinuliwe milele. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Bwana vigaragara ni kwa Yesu. Amen. Tunaimba kama wale ambao tutaimba tena. Hallelujah. Amen. Dakika moja tu hivi. Haya, shangwe na vigaragara ni kwa
Bwana Yesu asifiwe. Bwakire buya somo nene. Buya mole mwensi. Asubuhi ya leo tunamshukuru Mungu na nimenyenyekea sana ili Yesu akapate kuinuliwa, na nimechukua fursa kukaribisha our National Women Director. Mama yetu, karibu sana, tunakupenda katika wilaya yetu ya Kisii. Mama wetu Treasurer, karibu sana Kisii. Mama yetu Secretary, karibu katika wilaya yetu Kisii. Mama District Bowendo, karibu sana. Mama District Masaba, karibu sana. Mamji, karibu sana. Our pastors, District Secretary, Treasurer, nimeona nani tena? Senior pastor na wachungaji wote, pastors wives na mama assemblies. Bwana Yesu asifiwe tena. Na nimeona tuko na wanaume katikati yetu, all men. Bwana Yesu asifiwe. So nimenyekea asubuhi ya leo, Mungu ametuneemesha, na ni vile niliwaambia jana ya kwamba our National Women Director na ofisi yake watatutembelea, na wamefika. Mama, karibu sana. Tumenyenyekea asubuhi ya leo from your busy schedule, umeamua kukuja katika wilaya yetu ya Kisii. Tunakupenda sana sana. So hatutaki kupoteza muda, tuko na mipangilio mingi. Nataka tu nikaribishe Nyamataro Church Choir watuimbie tu wimbo moja, alafu tutaendelea katika jina la Yesu. Nyamataro, karibu kabisa, ama hamjafika? Kuja haraka basi. Nyamataro, one item, haraka tu. Let's save time, hatuna muda. Tukuje haraka. Nyamataro, kanisa letu la our district treasurer, pia ndio assembly yangu ya nyumbani. Karibu sana. So mama, tunakupenda vile secretary alisema ta district, and Nyamataro moko mnyokaga moche bwango. Wachungaji wako huko nyuma, mnaweza songa hapa mbele, kuna nafasi.
kupigana kwetu si damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, bali ni juu ya majeshi, pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, sisi kupigana kwetu si damu na nyama, kupigana kwetu si damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, bali ni juu ya majeshi haya katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho. basi tusilale, Usingizi mwingi bali na tukeshe, tukiomba, tukimngoja Bwana, tumulaki, tukimngoja Bwana, tumulaki. basi tusilale, Usingizi mwingi bali na tukeshe, tukimngoja Bwana, tumulaki. enyi ndugu zangu, faeni silaha za Mungu, enyi ndugu zangu, faeni silaha za Mungu, Tupate kuzipinga ila za shetani kwa sala na maombi. Kisani uzidi kuwa hodari katika Bwana, uzidi kuwa hodari katika Bwana. ndugu zangu, faeni silaha, enyi ndugu zangu, faeni silaha za Mungu, Tupate kuzipinga ila za shetani, sala na maombi. Tukisali uzidi kuwa hodari katika Bwana, uzidi kuwa hodari katika Bwana. tusilale, Usingizi mwingi bali na tukeshe, tukiomba, tukimngoja Bwana, tumulaki, tukimngoja Bwana, tumulaki. basi tusilale, Usingizi mwingi bali na tukeshe, tukiomba, tukimngoja Bwana, tumulaki, tukimngoja Bwana, tumulaki. basi tusilale, Usingizi bali na tukeshe, tukiomba, tukimngoja Bwana, tumulaki, tukimngoja Bwana, tumulaki. Amen, amen, amen. Gitare ndio, gitare peke yake, zingine zitaimba baadaye. Gitare PH. Gitare ni kama hawako, acha tuendelee na programu nyingine. Sina. Ama. Gitare wamefika. Labda wako njiani. Mama directors wa assembly kuja tu haraka haraka, alafu wameenda wapi? Assembly directors, simama tu hivi una mama kanisa wako, kuna nyako kwa mkutano.
Slogan kutoka Leagesio PG. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa PG. Wageni Mama Kenya, mama yetu, Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Linet from Gesa. Omanene Yesu wako. Bwana Yesu asifiwe. Achina concept arani Gituri PG. Mti yako na wamama wote karibu. Kwa majina ni Cecilia Kwamboka, Cornados Nyabayo, Nyanguru PG, Pastor Enoch Nyariki. Praise God. Praise God. Asante Mama Kenya. Tumefurahia kukuona and all our pastors na wamama wote. If you are happy and you know, say amen. If you are happy and you know, say amen. If you are happy and you know, and you really want to show, if you are happy and you know, say amen. Amen. Lilian Tom kutoka Kisii Town PG. Bwana Yesu asifiwe. Tabitha Msa kutoka Mubarato. Bwana Yesu asifiwe. Mama Kenya karibu. Kwa majina ni Ana Waro kutoka Ikoba. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Stella Ondara kutoka Menyingwa PH. Karibu wageni. Praise God. Amen. Welcome mom. Welcome Kisii. Kwa majina ni Mary Wairimo kutoka Milimani PG. Amen. Bwana Yesu asifiwe. All protocols observed. Mwenye anaongea ni Muranga Sefa, Abel Muranga na Mataro PH under the leadership of Bishop Harrison Ombogo. Karibuni Mama Kenya, we love you so much. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amina. Mama wetu na kamati yako, wamama wote, pastor wote na viongozi wa wilaya, tumewakaribisha katika jina la Yesu. Mama wetu tumekupenda sana. Tunakupenda kwa ukweli, tunakupenda. Karibu sana katika hii center ya kanisa ya Gituri na district yetu ya Kisii. Karibu sana. Kwa majina ninaitwa Wilkista Ongeli. Kanisa yangu ya nyumbani ni Masagara na center ni Gituri. Nimefurahi sana kuwaona. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Onya kole moyo imokyo kwa wako iguru. Amina. Amina. Mbarikiwe, mbarikiwe. Kwa majina naitwa Beatrice Kebaso kutoka Tinga huko. Naishi hapa town. Mimi ni mama assembly mdogo wa Kitare BH. Karibu wageni. Amen. Tuko na mama district ambao rafiki zangu wamekuja kunisalamia. Masaba alikuwa Mama Kenya, wachungaji
na kanisa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwangu nimefurahia siku ya leo. Hakika na leo mama Kenya wetu nimekimbia. Mahali nimetoka nipata kama wananiita kitinda mimba. Mimi ndio mdogo, tena kitinda mimba, tena mama mwingine ambaye alichaguliwa juzi. Amen. Nawapenda. Wacha Mungu awatie nguvu. Hakika nimefurahia wa mama wa pande hii. Mmeng'ara. Mko very smart. Chipige makofi. Yes. Amen. Kwa majina ni Mrs. Matoke Rose kutoka Bugwenda District. Kanisa ni Nyangori PAG, na wacha mbarikiwe. Last but wanakuanga na tumaneno, lakini tunampenda. District la Mama Director Masamba, pia yeye ndio cluster secretary wetu na alikuwa one of our facilitators wa conference. Karibu sasa, unakuja kama Mama District. Thank you, our dear chair lady, for the opportunity. Itifaki zote zikifuatwa na wasalimu kwa jina la Yesu. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mko na furaha siku ya leo? We are highly privileged to have our dear mom here together with our office, and we thank God for that grace. Imegharimu mkono wa Bwana, ni neema. Mama ametutembelea siku ya leo na tuko na furaha mom, together with your office, kuwa pamoja nasi siku ya leo, and we thank God for that grace. Tunajua because we know it has taken the Lord's hand. Kwa majina naitwa Pastor Hasnath Undonga, ni mama wilaya wa Masaba na secretary wa cluster rep Usilaja. Asante na mbarikiwe. Amen. So niruhusu, kuna viatu siwezi vaa, nitawaachilia secretary wa wilaya wives na pastors, alafu tutamleta mama yetu akaendelea kutoka hapo. Welcome secretary. Akira secretary Chingo. Amen. Bwana asifiwe. Na kimutangu ani buyega lakini. Bwana mwana korra mama Kenya. Tari waigo. Tari omo ko mone ko ba. Tingora mwangara sana. Yeah, thank you so much. Hata nyinyi nimeona leo kuna togote abanga mamu chire. Unasema mama amekucha, weka chogo. Wapi? Amen. I'm Reverend Jeremiah Nyatela, Secretary, District Secretary wa Kisii. I'm privileged to be with you here today. Utia kwa sababu ya shughuli nyingi. Unajua, kwa hivyo kwa sababu ya shughuli nyingi, kuna matanga, kuna harusi, lazima ilimgharimu aende. Karibishe wageni, aseme karibuni. Sita kwa sawa? Kwa niaba ya overseer. Oh yes. Our district secretary, asante sana kwa nafasi. Bwana asifiwe. Mama yetu, asante kwa kuja. We have identity. Not we have cover, we have leadership. Not sifiwe. Jana mlituombea tache sana, sijui kama tuko watano pekee. Tumekuja kuwakilisha wale nao watu wakilishe huko kwa yule mama ambaye amepoteza mtoto wake. Na secretary, kubali niseme, wakati mtoto ni mmoja na walikuwa na mtoto mmoja msichana, kuna yule aliendea Yesu that my only daughter, na wamelia, na ni mtoto wa 6 years, wamelia sana. Mtusamee kwa sababu Kisii leo haiko hapa, but mama yetu kuna namna, hata labda unaweza kuja tu Kisii siku moja ndio ukutane na sisi. Bwana asifiwe. Wale wake wa wachungaji, si tuliambiana kwamba sisi tutakuwa kama Zipora. Watumishi kwanza ni vizuri leo nimewapata. Huwa mnaenda kama Moses, mnatuachia watoto. Kama si kupiganiwa na father in law, mnatupotelea sana. Umoja mwa kuanere. Abangi na baba randi njungo.
inchungo mama abangina baitu babarore abangina babarandi bonsi kuja mama ajue mko na mnalinda wachungaji wafanye kazi, lakini mkumbuke muwe mnatukumbuka. Msingoje mzazi akuje kuwaita ati nakuletea mke wako na watoto. Hapana, mtukumbuke. Karibu karibu karibu. Mami, wewe wanafaa kuambiwa hivyo. Wanafaa kuambiwa hivyo. Si ni Biblia. Karibuni sana, karibuni sana. Jina tu na pastor. Ama that's too much time. Jina tu na pastor. Jina tu na pastor. Ni timu kubwa. Jina tu na pastor. Mama Kenya na kambi yote na wasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Bwana asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Esther John na mchungaji anaitwa John Manoti. Mbarikiwe. Praise God. Pastor Evelyn, Pastor Nemuel. Barikiwa. Bwana asifiwe kanisa. Asifiwe tena. Kwa majina ni Emma Makoma, Associate Gesarara PH. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Stella Maris Ochengo. Chengo is Associate Pastor, Nyamataro PNG Church. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Josephine Wetali Moturi. Pastor ni Steven. Kwa pastor. Barikiwa sana. Praise God. Hamjambo. Mimi kwa majina ni Rita Kwamboka. Pastor wangu ni Charles Yumai kutoka Masagara. Asante sana. Fiwe. Nashukuru Mungu kwa ajili ya nafasi. Kwa majina ni Dorka Mora Kennedy. Anaweza simama. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Pastor Teresa Wilfred Saboke. Anafanya katika wilaya ya Liomego. Kanisa inaitwa Etip. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Evelyn Kemuto Nyang'ao. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Naomi. Pastor ni Bernard Yoino kutoka Ebeneza PH. Tunahudumu pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Elvin Kerubo, Pastor Sospita Osoro kutoka Masagara. Praise God. Pastor Mary Omoyo, mke wa Pastor Elijah Omoyo, secretary wa Irungu District na pastor wa Nyangongo PH. Gochikiranyora kabagaka ganari gochawukanyora. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Yeah, our God is great and he has given us unshakable kingdom. So we thank him for that. Kwa majina ni Martha Kerubo Nyakenogo. Pastor anaitwa Isaac Nyakenogo Meti. Anahudumu katika kanisa la Eramba PAG Marani District. Lakini hili ndilo kanisa letu la nyumbani, kwa hivyo karibu Geturi. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa majina naitwa Oprah Mwanene Mugusu. My husband Pastor Bernard Mugusu anahudumu Migori PAG. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Huyu ni Lydia Joshua. Joshua is one of the pastors KCPH. Nashukuru. Pastor Asnath Ondonga, mume wangu ni mchungaji katika kanisa la Magombo PAG in Kenyerere PAG District. Asante. That is great now. Mama Kenya, utaniruhusu tu nilete wachungaji, lakini kuna mchungaji nitatangulia ambaye amekuwa facilitator wetu hapa, aseme chambo, alafu nilete wachungaji wa district. Asante secretary. Mama Kenya karibu na wote na ofisi yako
wachungaji na kanisa lote, amjambo. Mimi naitwa Pastor Gladys Nyagucha, ni chaplain wa Itibo Girls. Amen. Amen. Na niruhusu tena nilete mchungaji mwingine ambaye sio wa wilaya hii. Wale pastors ambao sio wa wilaya yetu na mko katikati yetu, tafadhali msimame. Simama kama mko. Kucha hapa, kucha mbele. Pastor Gideon kucha hapa. I'm privileged also to have my son here, who is one of the pastors at Onywere PHA Assembly. Na itakuwa ni mzuri pia atusalamie. Si itakuwa sawa? I'm also privileged, Mama Kenya, to be with my son, who is my second born, is a pastor. Anafuata nyayo. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Gideon Nyatera. He is my elder brother. Sasa alipotea kwa my son. So God bless you, Mom. Thank you for coming. We love you so much. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mama Kenya karibu, na wamama wote na wapasta wote. Gladys Nyaoko kutoka Nyacheki District. Thank you. Unajua kimila yetu, mzee na kijana wake wa kwanza, they are like brothers. Amen. Let me see our pastors present. Wale ambao wamefika. Pastors wetu. Kabla nilete wilaya. I will start with the station pastor. Karatigesi miwono nyelimi. Wacha atukaribishe. Lakini those pastors ambao ni wake pia wa pastors msikuje sasa because of time. Kwa sababu mmesaa tusalamia. Si itakuwa sawa hivyo? Niwasalimie kwa jina la Yesu. Amjambo. Karibu sana Mama Kenya pamoja na timu yako kutoka Nyang'oli headquarters. Watumishi wa Mungu mlio ndani ya nyumba pamoja na wamama ambao tumekuwa na wao hapa tangu siku ya Jumatatu. Tunashukuru Mungu na wazee ambao wako katikati yetu. Tuamba kwa na seredera hizo mbia mole. Karang kwa na ligoro ga seredera yo monene. Amen. Mimi ni mchungaji Kennedy Ogaro, mchungaji wa Getuli, na nina furaha kubwa sana. Ni mgeni hapa na Bwana ametusaidia, ametupa neema kubwa kuwa na Mama Kenya katika kanisa letu la Getuli, katika center ya Getuli na katika wilaya yetu ya Kisii. Kwa hivyo Bwana wabariki sana mnapokuwa hapa. Ama nganambi yale. Aseredara Yesu. Amen. Asante sana. Wacha nimlete yule mchungaji wetu senior James ambaye amekuwa one of the facilitators na ni pastor wetu hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa tuko Kenya. Pigia Mama Kenya makofi mazuri. Mchungaji Onchwali Omogeni, kanisa la Omugonjoro. Pastors wetu wala ambao mko except the office na nyenye kucha ndani nimekuona. Wengine sijui wako wapi saa hii. Pastor Daniel na raba pastor bande manchuocha. Chuocha wangu. Chuocha ntake tuko waste time chumo ngina. Basi wote anseke dari ukora chinsa. Asante kwa nafasi Bwana Secretary. Bwana Yesu asifiwe. Reverend Daniel Mayaka, Tabitha Mayaka, Nyakisai PHA, and may the Lord bless you. Amen. Any other pastor within except the office? Bas, sasa let me introduce our office, those who are present. Office in Jungo Wacha Wango, Senior Anchu, Tresla Anchu, Inunducha. Our senior pastor, Reverend Nyamamba, salamia mkutano. Bwana Yesu asifiwe mkutano. Hallelujah. Pigia Mama Kenya makofi mazuri. Mama Kenya karibu, karibu Kisii. Machina ni Pastor Alexander Nyamamba kutoka. Karibu sana Mama Kenya. Hebu nisalimie hivi kama unaniona. Mama Kenya, thank you so much. I was also privileged to be in this F3 Nyamataro. So is a city in the village. So you are supposed to be here. And when you are here,
I'm happy that you have come, although it is a church city in the village. Oh, yes. So, and you have brought the team from Nyangori. I think you can see the environment is good, and we feel your presence. Bless you as you take us to another level. Na pia tutahitaji siku ingine na si tutembelee mahali pengine pia. There is also some other places you can pass around and then see there are good things somewhere else. Oh, yeah. But after today, we want to thank God for you. May God bless you together with your team from Nyangori. Amen. Pigia yeye makofi mazuri. Asante. He's always associated with good things. Anasema namna hiyo. Hataki mambo mbaya mbaya. And is our treasurer, Bwana Tenangu. He was aspiring treasurer. They are friends, and we interchanged them that way. Amen. Wakati ule wa kura alikuwa Nyamataro, huyu alikuwa hapa. Baada ya kura we said sasa ena Nyamataro huyu akuche hapa kwa sababu ulichukua treasurer toka hapa huyu akuche hapa. Yeah. So they are treasurers. Mungu awabariki sana. They are friends. Amen. 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 Kuna pasta mwingine nimeacha. Kama hakuna our student pastor is here. Our son mama ameongea hapa, wacha tusalamie. Praise the living God. Hallelujah. Yes, kwa majina ni Paul Otachi, a student currently at Bible School Nyangori, third year. Be blessed. Amen. Nitasema machache kabla nimlete Mama Kenya. First of all, we are privileged vile tumesema. Thank you so much for coming. Na we don't intend to waste a lot of time because it's your day. Lakini nataka kumshukuru sana mama wilaya wetu na mama Ovazia kwa kusukuma hii gurudumu. And I want you to feel free, feel at home. You are at home. Na motebinga abaruya n'abantu baito. And you know what is funny? Hapa nikisimamisha waruya wako hapa ndani utasanga hapa ni Western. Lakini sitaki niwasimamishe. Wanaweza kuimba sikuti hapa mpaka usangae. Wako hapa. Wengine ni walimu, wengine madaktari, wanafanya kazi mbalimbali hapa wilaya, wengine wameoleka hapa, wengine wanafanya kazi hapa. Hata ukihubiri Kiruya hapa utasanga. Bwana asifiwe. Kwa niaba ya overseer wetu nataka kusema karibu sana. It is one of the worst days in Gusii today. Siku hii tunaita siku ambayo sio siku nzuri sana kwa hapa Gusii. Kwa sababu ni siku inaitwa siku ya nini? Si umesikia wamesema hata kabla niseme. So when you don't see many, wengine wamefiliwa. Umesikia hata kanisa letu la Kisii, makanisa mengine, chana tulikuwa matanga, chusu tulikuwa mengine. Lakini hiyo ni yale ya kawaida. So we don't want to worry about that one. Kwa wale ambao wamesukuma na wameacha, wamekucha hapa, hawa ndio wako siku ya leo. Kwa hivyo nataka kusema Mungu awabariki sana. Unapofika Kisii nsima na furahia. Tagetemba temna morocho mugutano yorega igorora kante Kenya ngima nense ngima. Moroche binte bire mabu. Igobono torore kante nense ngima. Bari mocha kobeka YouTube na kera senkoro muri buno mungino yo kuna bakurandiga. Omone na bakwe. Muanche muteni rumwiria tengari gani umungino yo. Angarere mokore tibu. Kara akekeriato gyoka keri chagusi. Wow! Yes, karibu mama. Karibu sana. Karibu kabisa. Usikie nyumbani. Amen. Sasa hiyo program mtamwachia na ataendelea anachua vile anaendesha kuna wageni wake. Unachua sitakuwa. Even the Bible says I'm unable to untie the shoe. Si mnajua hiyo? I think Sister One is capable to do that. Kwa hivyo karibu sana. Kwa niaba ya Ovazia nimesema karibu, jisikie nyumbani mami. God bless you so much. Amen. Amen. Asante. Ni mheshimu karani wa wilaya ya Kisii. Sorry, ni heshimu akina mama wenzangu, National Women Treasurer, National Women Secretary, akina mama cluster representative wa mahali hapa, akiwa pia mama wilaya wa hapa. Ni heshimu akina mama wilaya
na akina mama wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niruhusu kwa dakika hii tu nilete National Women Secretary achukue kutoka hapa, nitarudi baadaye. Karibu mama. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Nilikuwa nimeangalia huku na mkawa nyuma yangu. Sikuona mkiwa, sikujua mko smart hivyo. Wah! You look good. Mnafanana vizuri. Asante sana. Wakati huu tumesikia kukaribishwa. Tumesikia kupendwa. Na tumesikia, sijui niseme nini, lakini thank you so much Secretary and the district office, saying thank you Mrs. Overseer, thank you Mama Director Kisii na cluster rep wetu wa Kisii Laja. Tunashukuru Mungu, tunawapenda, tunawaenzi, tumewaombea. Najua hata mngesema tukuje juzi tungekuja, lakini tumekuwa tukivumilia tu. Si siku ifike. Ushawahi lala na safari? Wakati ulikuwa watoto ulikuwa unalala na kama mama alikuwa kuache nyuma, unajificha, unatangulia kwa barabara. By the time anaangalia, anajua haujui vile utarudi nyumbani. I'm so grateful, tuko na furaha, tunataka tujifunze kitu kutoka kwenu. Nanyi mjifunze kutoka kwetu. Tuko na mama. Surely. Leo ni maneno. Lakini niwacha tusikie sauti ya Bwana. Sivyo? Tusikie sauti ya Bwana. Nataka kuchukua nafasi hii. Tusimame wote. Tuambie tu Mungu asante. Kwa sababu tunataka kukaribisha neno la kwanza kutoka kwa yule ambaye ametoka kwa mission. Ambia tu Bwana asante. Just say thank you to them. Baba tunakushukuru. Jehova tunakuenzi. Baba tunakutukuza. Mtumishi wako anakuja Jehova na neno lako Baba, kamvue ya mwanadamu, umvalishe ya kiungu. Baba ananyenyekea mbele zako ili wewe uonekane. Muunganishe na mioyo, muunganishe na kanisa, muunganishe kwa upendo wako. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Lord. Thank you Jehovah. We bless you for this place. We possess this place. We possess this place. Your people are possessing this place. Tunakutukuza Jehova. Tunakuinua Baba. Tunakutolea shukrani. Jina lako litukuzwe. Jina lako liinuliwe. Pewa sifa wewe ni Bwana. Hallelujah. 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 Nataka tupigie Yesu makofi ninapomkaribisha treasurer. Treasurer wetu ajanene pamoja nasi. Akujanene neno la Bwana. Karibu treasurer. Thank you Jesus. Baba wetu katika jina la mwana Yesu Kristo. Mpendwa amesimama. Anakuhitaji sasa kuliko siku zingine zote. Mtumikie Jehova. Mtumie kwa njia ya kipekee. Mioyo iko tayari kupokea neno lako. Baba tutende mema. Wewe ni Jehova. Kwa Yesu tumeomba. Amen. Asante sana. Asante. Tupigie Yesu makofi wapendwa. Kwa ajili ya siku na wakati wa leo. Mama wetu Kenya, National Women Secretary, Secretary wa Overseer na
watumishi wa Mungu, mke wa overseer na wote ambao wamefika tukiwa na cluster representative. Tusalimiane katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Bwana Yesu ainuliwe. I'm happy today, so happy in Jesus, because away my sins. I'm happy. The time to be happy is now. And siku ya leo Mungu amekuwa mwaminifu kabisa. Tulikuwa nao kwa ofisi. Sisi huko nyumbani wao wanatuambia kwamba ukienda mahali uangalie watu kwa nyuso zao. So unapomkaribisha, anapokaribisha unamwangalia. Ukiona ametabasamu unajua kwamba uko mahali pazuri. Na umeona amekunjamana kwa uso hivi, unajua kwamba hapa ni hatari. Bwana Yesu asifiwe. So tulipofika mahali hapa, vile tu mlitupokea, tukasema hapa ni mahali pazuri. Jipigie makofi. Nilipotoka nyumbani kwangu, natoka Vihiga County, Zimbalo District. Na mission tunaenda tu huko, lakini ukinitaka sana uje Zimbalo District, karibu Mbale Town. Jamii yote wamejua niko mahali hapa, wakasema ya kwamba nikifika nipeane salamu. Bwana asifiwe. Na tena nilipotoka tena, paka lazima niambie overseer pamoja na group nyingine wale ambao tuko na wao, tunaofanya kazi nao, kazi ya Mungu. Nikawaambia leo Mungu amenibariki, amenipa kibali kwenda Kisii. Wakasema ukifika Kisii upeane salamu. Haleluya. So kwa makaribisho yale ambao umetukaribisha na kwa upendo ambao umetuonyesha, nasema tu wacha mwana wa Mungu akawatende mema. Sema amen. Omba tu Mungu awabariki sana, Mungu apanue mipaka zenu. Na siwezi haribu saa kwa sababu tunaenda na nini? Na saa. Neno letu, neno la Mungu ambalo ni wimbo wetu. Bwana asifiwe. Elenina endele imani nazidi Baba kute yasikie. Waebrania mlango ni wa 12, mstari ni wa 28. Tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Bwana abariki andiko. Baba wa majeshi, ninakushukuru, ninakuinua kwa ajili ya nafasi hii.
ninaomba tu Roho Mtakatifu mwelekezi na mwalimu mwema apate kuniongoza kwa kila jambo. Asante kwa sababu we Mungu umesikia na kujibu maombi yangu. Wale ambao walikaa chini na wakaomba na Roho wa Bwana akawaelekeza kufika mahali pa Wahebraina, that is Hebrews chapter verse 28, ambapo kwangu mimi nilipoisoma hilo neno linitia moyo sana. Bwana Yesu asifiwe. Neno kuu ni kusimama imara katika dunia isiyo na utulivu. Kusimama imara katika dunia isiyo na utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Wasomi wale ambao the scholars hawajasema mwandishi hajapatikana, lakini wacha sitaenda mahali pale kwa sababu ninajua kuna wachambuzi wa Biblia wale ambao mbeleni already wamesema jinsi kitabu hiki kiko. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dunia tunayoishi ni dunia ambayo haina utulivu. Bwana asifiwe. Nasema hivyo kwa sababu gani? Tuko nyakati ambazo kila wakati, hata ukienda kwa runinga hakuna habari nzuri, hakuna habari ya kupendeza. Ukienda kwa runinga unaona vita, unasikia ya kwamba kuna mama ameua mtoto wake, unasikia ya kwamba kuna mzee amefanya hivi. Unaona tu vile watoto wanatembea, wanauawa, wanakufa. So sio dunia wakati ambapo tumekaa siku hizi sio za utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona ya kwamba kiuchumi naye maisha yameenda juu. Uko na watoto unahitaji wasome, maisha tu yamekuwa tu maisha ya magumu. Ukienda yale ambao hata hayana tiba. Na ukiona hayo unasikia yanakukera kabisa. So nashukuru kwa yule ambaye amesema ya kwamba kusimama imara katika dunia isiyo na utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtu anaweza kusema na hakika kweli mimi sina utulivu. Katika boma langu nikiangalia nyuma ninaona kwamba hata sina amani. Nimesomesha watoto ndio hao hawana kazi. Nimesomesha watoto wale ambao nilikuwa natarajia watanisaidia. Unapata kwamba amepotelea katika madawa za kulevya. So unajiuliza maswali ambayo hayana majibu. Lakini nataka nikupe moyo ukiwa mahali hapa ya kwamba kuna yule ambaye ako na jibu na wanamuita Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ni jibu la maisha. Unapomtegemea, unapomkimbilia, unapomuomba, anatengeneza njia pasipokuwa na njia. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Labda katika maisha yako uko na maisha ambayo unajiuliza maswali ambayo hayana majibu. Kwa hakika kwa mwanadamu hakuna jibu, lakini kwa Mungu kuna jibu. Bwana asifiwe. Yale ambayo yamekusonga kabisa, unaona ya kwamba hutaweza, furahia mama yangu, furahia mtumishi wa Mungu, furahia mtoto yangu, ya kwamba Yesu ndio jibu la maisha. Wakati hakuna utulivu, wakati hakuna amani, wakati unajiona ya kwamba safari ni ndefu, mimi sitaweza, unaona ya kwamba tena ndoa yako inayumbishwa huku na huku. Ukienda kanisani unapata hata wamama wengine ambao tumevaa vizuri hivi, tunaanza kusengenya wengine. Tuulize swali, ni siku njema ya kujua ya kwamba hata kama imekosa kuwa na utulivu, lakini ikiwa ndani ya Yesu nitapata utulivu. Haleluya. Familia zinakumbwa na changamoto. Familia unapata ya kwamba yule tu mume labda tu, imefika wakati upendo umefanya nini? Umepungua. Umepata kwamba masaa zingine hata mama yule ambaye mke wake, unapata kwamba upendo umefanya nini? Umepunguka. Hapa kuna jibu. Na ni jibu ni nani? Ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Yeye ndiye analeta amani pasipokuwa na amani. Yeye ndiye anafungua milango wakati milango zimefanya nini? Zimefungwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumze kwa ufupi jinsi wanawake ama jinsi Wakristo wanaweza kusimama imara katika dunia isiyo na utulivu.
jinsi Wakristo ama jinsi wanawake, nimeweka hapa wanawake kwa sababu tuko katika mkutano wa wanawake. So wazee msione kwamba tumeweka kando, lakini tena nimeongezea mahali pale Wakristo. So jinsi Wakristo wanaweza kusimama imara katika dunia isiyo na utulivu. How women or men of God can stand strong in an unstable world. Kitu cha kwanza, kwa kuimarisha imani katika neno la Mungu. Ukitaka kusimama imara katika dunia isiyo na utulivu, uimarishe imani katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu halibadiliki, na neno la Mungu ni la kuaminika. Neno la Mungu halibadiliki. Ukisoma Psalm number 119:105 inasema ya kwamba njia yangu. So ukishika neno la Mungu hautaenda kando, hautapotea katika dunia. Sifiwe. Alafu tena unaona kwamba la pili Mkristo anayesimama katika maandiko hatayumbishwa. So Mkristo anayesimama katika maandiko likiwa ama ikiwa ni neno la yumba, hautafadhaika, hautapotea, kwa sababu neno la Mungu ni chakula kuendelea mbele. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. So kwa kuimarisha la pili inasema ya kwamba kwa maombi na ibada. Kusimama imara katika dunia isiyo na utulivu, lazima uzame kwa maombi na ibada. Prayer through worship, through prayer and worship. Maombi, neno la Mungu, ombeni chochote kwa jina langu mtafanya nini? Mtapewa. So katika dunia ambayo imekosa kuwa na utulivu, mama ukitaka ama mtumishi wa Mungu ukitaka usonge mbele, kuzama kwa wapi? Kwa maombi. Kuzama kwa maombi. Unapozama kwa maombi, unaona ya kwamba Paulo na Sila walipozama katika maombi, milango za gereza zilifanya nini? Zinafunguka. So kila chochote ambacho kimefungwa, ambacho shetani amefunga, ukizama kwa maombi, Mungu atakuonekana, zitafunguka. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. So mama, kukaza safari nimesema ya kwamba kuna milima na mabonde. Choka katika safari, unahisi saa zingine umedharauliwa, lakini nataka nikupe moyo, usipotolee kwa kila maombi. Zama kwa maombi na Mungu atakuonekania. Zama kwa maombi na Mungu atafungua milango. Zama kwa maombi na Mungu atakupiga. Nasifiwe. Mtu alisema mahali, Wakristo wengi kwa wazembe, hawataki kuomba, anataka tu aende kwa runinga awasema tu utabarikiwa. Mwenyewe ongea na Baba. Baba ni mwaminifu. Baba anakupenda. Baba anakujali. So kama yeye ndiye aliyekuumba, unapozama katika maombi, na maombi ni sasifiwe. Maombi na ibada. Mtukuze Mungu. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote amenijulisha ya kwamba ni salama. Imba ni salama. Hallelujah. Imba Baba. Oh yeah. Imba salama. Ni salama. Imba salama, ni salama. Kusimama imara katika
ni salama rohoni mwangu. Hata shetani akinitesa, hata wakinidharau, hata wakiongea maneno kwangu, hata wakipa Ninajua Mungu ako pamoja na mimi, ninajua Mungu atanitetea, ninajua Mungu hata wanadamu wasiponiona, ninajua Mungu ananiona. Hata wanadamu wasiponitambua, ninajua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi na ibada wapendwa, wakati hivyo wingu linashuka na Baba anachukua nafasi. Haleluya. Bwana Yesu. Katika maombi unaambia kwamba Mungu, mimi sisongi bila wewe, sitoki mahali hapa bila wewe. Ni wewe ndio utakayeinua, ni wewe ndio utakayenipigania. Kwa ibada, kwa maombi na ibada, Mungu anaonekana. Nimekuja kutangaza kwa maombi na ibada. Kwa maombi na ibada Mungu anaonekana. Kwa maombi na ibada milango zinafunguka. Kwa maombi na ibada ukiwa chini Mungu anakuinua juu. Mungu haangalii umetoka wapi. Mungu haangalii ulizaliwa wapi. Mungu haangalii umesoma kiasi gani. Lakini moyo ambao umevunjika na yule ambaye amezama katika maombi na rohoni mwangu, ni salama rohoni mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. La tatu ni kwa kuishi kwa shukurani na kumcha Mungu. Wapendwa, by living with gratitude and reverence. Unapoishi kwa kuishi sasa, kusimama imara katika dunia isiyo na utulivu, nasema ya kwamba kuishi kwa shukurani na kumcha nani? Mungu. Nataka nikwambie ya kwamba mpendwa, wakati wengine wanaposema ya kwamba wameshindwa, usiseme umeshindwa. Ujue ya kwamba hata kama sina leo, ninamshukuru Mungu, kesho ninaenda kupata. Hata kama watoto wangu hawajasoma leo, ninamshukuru Mungu, kesho wanaenda kusoma. Hata kama hawana kazi, lakini nashukuru Mungu kwa kunipa mtoto. Sema amen. Wapendwa, tupende kumtukuza Mungu, kuwa na shukurani. Kile kidogo ambacho uko nacho, uwe na shukurani. Ukiwa na nguo moja, shukuru nani? Mungu. Shukuru nani? Mungu. Kuna yule ambaye anatamani hata miguu hana. Kuna yule tu anatamani nini? Miguu hana. Na wewe unanungunika ya miaka 20 hata hajawahi kununulia yako kiatu. Nimekaa kwa ndoa miaka ngapi hata hajawahi jinipeleka yako town. Naye kuna kitu ambacho Mungu anaenda kutenda. Bwana Yesu ainuliwe. Halafu mcha Mungu, mche Mungu. Baba, wewe ndio tegemeo. Sina mwingine wa kukimbilia. Sina mwingine langu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wa mama wa shukurani. Shukuru Mungu mahali ambapo Mungu alikuweka. Bwana asifiwe. Ukiwa kiongozi, nataka nifupishe tena la pili, ama tunapotoka kwa kuimarisha ama jinsi wanawake ama Wakristo wanaweza kusimama imara katika dunia isiyo na utulivu. Tunataka tuone mfano wa wanawake ama mfano wa Wakristo ama wanawake waliosimama imara. Waliosimama imara wakati dunia ilipokosa kuwa na utulivu. Tunaenda tu kwa ufupi. Unaona Esther, wakati Haman naye alikuwa ameinuka anataka kumaliza Wayahudi, naye akajiona kwamba na nguvu. So Wayahudi nao wakakosa kuwa na utulivu, na wakagundua kitu kimoja, na huyu mwanamke Esther alikubali kusimama, ndiposa ushindi
simama imara. Esther alisimama imara, ushindi ukapatikana. Yale ambayo Haman alikuwa amepanga mabaya yalimrudia mwenyewe. Nataka ujue ya kwamba kesho utavuna. Na Mungu atusaidie tuwe kama Mordekai, tupande mazuri leo, kesho tutavuna mazuri. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke mwingine tena yule ambaye alikuwa mfano bora wa kusimama imara alikuwa Hana. Hana alisimama imara licha ya mke mwenza Penina kumkejeli, licha ya kumdharau, licha ya kusema kwamba hata hakana watoto, lakini yeye alikumana. Wakati alikosa kuwa na utulivu, aligundua kitu kimoja, akasema kwamba hata kama mume wangu ananipenda, lakini mimi sijali, nataka tu nimtafute Yesu. Na alipozama katika maombi, Mungu alifungua tumbo yake. Nasema nini wapendwa? Uwe mama wa kusimama imara wakati hata vitu haviko vizuri, lakini ukimtegemea Mungu na kwenda mbele za Mungu kwa uaminifu, ukimcha Mungu, Mungu atakuonekania. Sema amen. Hana alipata mtoto. Kuna wale ambao wamedharauliwa, kuna wale ambao wameitwa majina. Labda wanasema wamekuita omba, labda wamekuita yule ambaye hana. Usijali, ujue hata kama sina leo, lakini namtegemea Mungu, na muamini huyu Mungu anaenda kunitenda mema. Naomba tu mama wa Kisii, wacheni tumtegemee Mungu, wacheni tusimame imara kama Esther na tena kama Hana. Tukizama katika maombi, Mungu anaenda kututenda mema. Wa Yesu, mama Yesu naye alipopata kwamba malaika anakuja kwamba utashika mimba, utapata, lakini alikubali kusimama imara, na kusimama kwake imara jina lake liliendelea. Najaribu tulivu, Mungu anakupa jina. Bwana asifiwe. Ile changamoto ambayo unapitia ndani, uwe kama Hana, na huyo Mungu kwa sababu ni mwaminifu atakupa kibali na utaendelea mbele. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niende tena, nimetoka pale, tumeona wale wanawake ambao walisimama imara. Naenda tu kwa ufupi cause tuko watatu. Paka nipeanako nafasi tena kwa wengine, sijione ni mimi peke yangu. Sasa kutoka kwa section ya tatu inasema kwamba kwa mafunzo, tunataka tuone mafunzo kwa wanawake wa leo. Mafunzo kwa wanawake wa leo. Bwana asifiwe. Women. Asema kwamba when marriages zinazokabiliwa na dhuluba si Kristo. Bwana asifiwe. Najaribu kusema nini? Unajua siku hizi ukienda wamama wengi sana wako in depression. Wamekuwa kwa sababu yeye ndiye, watoto ndiye hawa, asomesha, anaamuka asubuhi, anaenda kufanya kazi kwa shamba ya mtu ndio apate kidogo. Akienda nyumbani anapata labda mzee ni mlevi, ameuza chile chakula ambacho alikuwa amenunua, amekiwacha ndani ya nyumba, ameuza hata na anaenda kukopa na hana pesa. Unanisikiza vipi ambao unapitia ndani kwa boma lako? Mimi sijui, lakini kikubwa tu chozi, Yesu atakukumbatia. Wakati wengine wanapolala, kushika simu, Yesu yuko tayari kusikia na kujibu maombi yako. Sema amen. Unajua mimi hata naweza kukuambia ya kwamba nitakusaidia ifike shike simu. Na saa zingine umetarajia mimi nikusaidie, ama nilikuwa nataka nikusaidie, nakosa kuwa nacho. Lakini tunashukuru Mungu chungu. Simama katika Yesu, naye atasimama pamoja. Mama katika Kristo, naye atakuonekania. B inasema kwamba katika kulea watoto, katika kulea watoto dunia inayobadilika, katika hali ya kulea watoto ni vigumu, lakini wakati kwa sababu ya dunia inayobadilika, simama katika neno la Mungu. Neno la Mungu linasema ya kwamba wewe sio mkia, wewe ni nini? Ni kichwa. So watoto nzuri, but what I know, mimi sijazaa mtoto mjinga, nimezaa mtoto mwerevu. Na Mungu amesema ya kwamba anaenda kubariki uzao wa tumbo
yangu. Na kama Mungu amesema hivyo, kwa imani nasimama na kudai ya kwamba watoto wangu hawatapungukiwa, watoto wangu watakuwa vichwa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Simama katika neno la Mungu. La kumalizia, katika changamoto za kifedha, kumbuka Mungu ndiye mtoaji. Katika changamoto za kifedha na kila ambacho kinatukatabisha, kila ambacho kinatuzungusha ni fedha. Kwa sababu hata saa hizi baadhi yenu watoto wanataka kwenda college, unajiuliza nitapitia wapi? Jua ya kwamba Mungu ndio mtoaji na Mungu ndio mpeanaji, and God is everything. And when God is everything, remember ya kwamba uko vizuri kabisa. Sema amen. So katika hiyo hali unapitia ndani, mimi sijui, lakini kuna yule ambaye anakupenda zaidi na upendo wa dhati, wanamuita Kristo. Anakujua vizuri na anajibu maombi. Bwana asifiwe. Unapoona kwamba uko peke yako, hauko peke yako. Unapoona kwamba safari umeshindwa, mshikilie huyo Yesu. Mwambie tu, ni salama rohoni mwangu, ni salama rohoni. Wakati shetani anaponitesa, wakati ya kwamba nimeshindwa na safari, ni salama rohoni mwangu. Na nikiwa salama rohoni mwangu, ninajua mimi ni mshindi juu ya washindi. Sema amen. Watumishi wa Mungu, nafika wakati saa zingine unaona kwamba safari imenishinda. Nataka nikupe moyo, kuna yule ambaye alikuita, ako na mawazo mazuri. Atakushikilia, atakufungulia milango. Sema amen. Viongozi mko mahali hapa, wengine ni wamama, mko single mothers, ni wapi? Hawa wote Yesu anawapenda. Wengine ni wajane, Yesu anawapenda. Na kama Yesu anawapenda katika dunia ambayo kuwa na utulivu, kwa sababu Yesu anakupenda, atakutengenezea njia. Nataka tu nikupe moyo ya kwamba Yesu yuko. Anakupenda na anakujali. Anakupenda kabisa. Nataka nikupe tu tena moyo ya kwamba sio wewe pekee. Kuna mtu mwingine mahali anapitia kwa yale ambayo unapitia ndani. Na kwa sababu kuna wale mbele yetu walisimama imara, tumewaona wakiendelea, walimaliza mwendo salama. Nami nakutia moyo nikimalizia kusema ya kwamba mama, jipe moyo, maliza mwendo salama. Mwisho wa mwendo kuna thawabu. Mwisho kuna taji. Mwisho wa mwendo kuna baraka. Shida ambazo tunapitia ndani hatutaziona. Ingawa shetani hatanite baba kwa imba, tusimame tu. Kwa roho ya imba salama. Ni salama. Ni salama rohoni mwangu. Haleluya. Wa salama. Katika dunia ambayo imekosa kuwa na utulivu, imba tu salama rohoni mwangu. Nataka nimkaribishe mke wa overseer, naye atatuombea kwa ajili ya neno la Mungu. Ingawa shetani hatanitesa, nitajipa moyo. Imba Kristo.
Asante kwa neno lako lililo na uhai. Hakika umenena na mioyo yetu. Neno lako limetuhakikishia kwamba unajua dunia inaweza kutetemeka. Unajua kuna wakati mambo sio mazuri, lakini umetupea mwelekeo. Kwa hali zote tujawe na shukrani. Bwana, tusamehe wakati tulisahau na kunungunika. Tusamehe Bwana. Yale ambayo tunanungunikia wengine hata hawana. Tuna watoto na wakati mwingine tunanungunika. Heri sisi tuko na watoto. Kuna wengine hawana. Tuna familia, wengine hawana. Watoto wetu wana akili za kwenda shule. Wengine wako na pesa na hata watoto hawataki kwenda shule. Katika mambo yote, Bwana tusaidie. Tukumbuke kuwa na shukrani. Asante Bwana kwa baraka zote ambazo umeweka maishani mwetu. Naomba kwa neema yako kwamba utatuwezesha kukumbuka kukushukuru wakati wote, na hasa tudumu katika maombi. Hakuna jambo ambalo ni gumu kwako Bwana. Umetukumbusha tudumu katika maombi. Bwana, tusamehe. Wakati tulienda kwa majirani kuwaeleza, wakati tulienda kwa marafiki kuwaeleza, hata hao wanahitaji msaada, na sisi wote tunahitaji msaada. Peke yako ndiwe upeanaye msaada. Naomba uelekeze mioyo yetu kwako. Wakati mioyo yetu inafifia na inateleza, Mungu wetu, tukumbuke, tuelekeze kwako. Mtumishi wako ambaye amenena nasi. Na asante kwa neno lako lililo na pumzi. Neno lako linatuambia kwamba Roho wako Mtakatifu atatukumbusha. Tukumbushe tena na tena wakati tunasahau. Asante kwa sababu ya mtumishi wako atakaye simama tena kutunenea. Kila mmoja atakaposimama, Roho wako aendelee kutunenea. Nao pia wabarikiwe kwa kutuhudumia. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Asante. Tupigie Yesu makofi kwa ajili ya neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni neno la Bwana. Na ni neno ambalo ni mzito. Yaani kusimama imara. Katika ulimwengu alisema usio na mimi nitasema ulimwengu unao yumba yumba. Bwana Yesu asifiwe. Kusimama imara, standing strong, standing firm. Asante mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno la Bwana. Tunashukuru. Na neno la Bwana kila wakati ni mpya. Si tumelisoma tangu tuanze, lakini kila siku inakuja na nukta ingine ambayo ni ya ajabu. Bwana asifiwe. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Muda wetu ni mfupi, lakini wacha Mungu atufundishe jinsi anavyotaka. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu wakati huu. Jina langu naitwa mchungaji Lydia Barasa. Mama wetu pia anaitwa Lydia. So wote tunaitwa Lydia, lakini mimi ni Barasa. Yeye atawaambia hilo lake la pili. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mama district wa Kakamega. Na
nafanya kazi chini ya mama kama mwandishi. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa makaribisho mema ambayo tumepokea mahali hapa. Karani akasema treasurer anapenda vitu vizuri. Mimi pia napenda vitu vizuri. Wakati niliingia hapa, kama niende niambie general afanye jambo. Bwana wanasema wizi ni dhambi, lakini Yesu asifiwe. I've stolen this. Bwana Yesu asifiwe. Tuone Mungu atatuongeza nukta ingine. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma kutoka nyuma kidogo. Kuambia na mtumishi wa Mungu haina utulivu. Bwana asifiwe. Na nimesema tunaenda kuongezea katika dunia inayoyumba yumba. Na nikiongeza sentence nyingine ni kwamba yumba ili tupate ufalme usiotingizika. Tupate ufalme wa kudumu. Asifiwe. The unbogable kingdom. The unshakable kingdom. The kingdom that will last forever. Baada ya kuteleza hapa na pale, baada ya kuteswa, tuufikie ufalme ambao hauwezi kutetemeshwa. Ule ambao Bwana Yesu asifiwe. Wafalme wa ulimwengu wametuangusha. Wetu wametulet down. Watoto wetu wametulet down. Chochote unaguza kizika. Chochote unaguza kinateleza. Chochote unaweka mkono kinatoweka. Lakini tunatafuta ufalme usiotingizika. Ufalme ambao unadumu. Ufalme wa milele unaosimamiwa na Yesu Kristo. Bwana long vile natamani wote tupatuufikie huo ufalme. Lakini tutaupata kama tutasimama katika ulimwengu nao yumba yumba. Tutafika huo ufalme kama tutasimama imara, kama tutashinda majaribio, kama tutashinda mwovu, kama tutashinda mateso, kama tutashinda matatizo, tuufikie huo ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema kuanzia 25, angalieni msikatae yeye anenaye. Maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni, ambaye sauti yake ilitetemesha nchi wakati ule. Lakini sasa ameahidi akisema, mara moja tena nitatetemesha si nchi tu bali na mbingu pia. Lakini neno lile mara moja tena litadhihirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa, kama kuwa vitu vilivyoumbwa, ili vitu visioweza kutetemeshwa vikae. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na tuwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kupendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutasimamaje kwa ulimwengu unao yumba yumba? Biblia inasema ya kwamba tusikatae kusikia yule anenaye. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunasikiliza yule ambaye anatunenea, tutasimama imara. Mtumishi wa Mungu akasema tukisimama kwa neno la Mungu.
ananena akituonya, akituambia ya kwamba kusimama imara lazima tusikilize yeye, lazima tumwamini yeye, lazima tutembee na yeye, lazima tusonge na yeye ili tuweze kusimama imara. Hatutasimama wapendwa kama hatutasikiza sauti. Kuna sauti ya Mungu, kuna sauti ya Yesu, kuna sauti ya Baba inayonena usiku na mchana, ikikuambia ya kwamba wacha dhambi, inakuambia ya kwamba wacha maovu, njoo kwangu, kwa sababu anajua tumelemewa. Mathayo anasema njoni kwangu wale wote ambao mnalemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha, nami nitawapumzisha. Watu tumewacha kwenda kwa Yesu, tumeenda kwa waganga, tumeenda kwa miungu, tumefuata wanasiasa, tumefuata vitu ambavyo vinatingizika. Biblia inasema ya kwamba wakati Mungu alinena na wana wa Israeli katika Kutoka 19, akawaambia ya kwamba ananena na Musa awaambie, na wakamwambia sisi hatutaki kusikiza, tupeleke aseme tusikie. Tumekuwa wakaidi. Hata watu wa siku hizi, mimi strict inasema tu, hata sisi tunajua kusoma Biblia. Wana wa Israeli walisema hivyo. Mungu akaambia Musa, waje chini ya mlima wa Sinai, na unaenda kukutana na mfalme, unajua vile utakuwa. Yes. Na ya blue hapa. Mwingine alienda akapima. Yes. Walipoambiwa wanaenda kwa mfalme waongee nasi, sikia anasema mara moja alitetemesha inchi. Bwana asifiwe. Na walipofika, Musa akaambia Musa wasisonge kayome, na wakasimama wanataka kusikiza. Walisikiza? Ha ha ha. Sauti ya Baba ilikuja kwa moshi, kwa moto, kwa ngurumo, mvua, mawe, wote chini. Sema Mungu, Mungu, tutasikiza, nyamaze tutoroke. Bwana Yesu asifiwe. Kusema hata mimi naweza hubiri, hata mimi naweza sema, hata mimi naweza ongoza. No! Mungu ameweka neema fulani anene na wewe uweze kubadilika. Haleluya. Haleluya. Anasema ya kwamba sio ya kwamba wakati atakuja tena, wanasema kama hawakuokoka hao, na sisi je? Tusiposikiliza hatutaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaangamia namna gani? Wanasema hata mara moja tena, na siku hiyo vile vilivyoumbwa ambavyo vinatetemeshwa vitaondolewa, shida zitaondolewa, mamlaka ya ibilisi itaondolewa, vitu vilivyoumbwa vya dunia vitaondolewa, ili vile ambavyo havikuumbwa vibaki, visimame imara, visimame imara. Ufalme wa Mungu ambao hautetemeshwi utabaki. Neno la Mungu litabaki. Yesu na Mungu watabaki. Ukiwa vizuri simama kwa neno la Bwana, haliwezi kutetemeshwa. Simama kwa neno la Bwana, simama kwa Roho wa Bwana, simama imara. Mambo yanapotetemeka usiangalie, shida zinapotokea kwama kwa Yesu. Wanadamu wanapokulet down, waambie hata mseme mimi nitasimama, mimi nitasimama, mimi nitasimama. I will stand firm in the name of the Lord. I will stand firm with the word of the Lord. Hallelujah. Napenda Mungu. Napenda huyo Mungu
Anasema kwa sababu tumepokea ufalme usiotetemeshwa, tuweze kwenda mbele za Bwana tukimtolea shukrani, tukisema asante. Ukipitia shida, sahau shida, tukuza Mungu. Unapopitia magonjwa, sahau magonjwa, mtazame Yesu. Unapopitia kuteswa, usitazame mateso, tazama Yesu Kristo. Unapoteswa kwa uongozi, usitazame mateso, tazama ufalme usiotetemeshwa, 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 usiotetemeshwa. Hey, mambo mengi yametutetemesha. Shida zimetutetemesha. Umaskini umetutetemesha, njaa imetutetemesha, wamama wamehangaika, watumishi wa Mungu tunahangaika, hatuna mahali pa kutulia. Lakini kuna jambo moja, tuna Yesu Kristo, tuna Baba anayetujali, kuna Baba anayekujua, kuna Baba anayekuamini, kuna Baba anayekujua kwa jina, anakupea jina mpya, anakupea jina mpya, anakupea jina mpya kwa sababu anatukupenda. Yesu hawezi tetemeka. Mtu akaimba nimempata yule asiyetetemeka, yule asiyebadilika, yule asiyetingizika, ni Yesu Kristo. Tuweke tumaini kwake. Ukijijenga ndani ya Yesu, na kuambia hautatetemeka. Hautatetemeshwa na financial crisis, hautatetemeshwa na suicidal thoughts, hautatetemeshwa. Utamwambia Mungu, Baba, ninakuja kwako. Yale ambayo hayawezekani, najua unaweza. Yale ambayo mwanadamu hawezi kunisaidia, najua utanisaidia. Nisimamishe imara, nisimamishe imara katika ulimwengu nao yumba yumba, ili nipate ufalme ambao ni wa kudumu. Haleluya! Tumtegemee Bwana, tumpende Bwana, tumtukuze Bwana, tumtolee Bwana shukrani, tukisikiza neno lake, tukisikiza neno lake, kwa sababu anasema tusiposikiliza yeye ni moto ulao. Hata jua ya kwamba hawakumwamini, lakini wewe unaomwamini, moto utakapokuwa unakula wengine, utasimama imara, utasimama imara. Simama kwa neno la Bwana, simama kwa utukufu wa Bwana, simama kwa neno la Bwana. Wamama, najua uko mahali hapa unateseka, lakini ninakuambia ya kwamba kuna Baba, kuna naye kujua. Najua ya kwamba akili zinasumbuka, lakini nakuambia kuna yule abadiliki. Tuna yule abadiliki, kuna yule atingiziki, kuna yule atetemeshwi, atabaki kuwa Mungu. Yeye ni rafiki yako. Tukimuomba anasikia maombi, anasikia maombi. Simama mahali ulipo. Nimempata asiyetetemeka, nimempata asiyebadilika, nimempata asiyebadilika. Mtafute yule ambaye habadiliki. Vitu vingi vimekulet down, hata mume amekulet down, hata mke amekulet down. Uko hapa lakini unafikiria hata nyumbani nikirudi haiko vizuri, hata watoto wako vile unataka. Lakini muite yule asiyetetemeka, muite yule asiyebadilika, muite yule ambaye hasongeshwi, muite yule ambaye anakupenda. Ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu. Ni wakati wa kumwambia Yesu, mama, yale magumu ambayo unapitia, yale magumu ambayo unayaona, ambia Yesu akusimamishe, akupatie ushindi, akupatie neema, akupatie kibali. Yesu wa ajabu, Mungu wetu, Jehova pamoja nasi. Haleluya. Nawasekori masaka rasakola wasiari kiribotoku baraba. Jehova basikuburi basakato buriba. Jehova unatupenda Baba. Baba unatujali Baba. Hawa ni watoto wako Jehova. Wewe ni Mungu, wewe
wewe ni Baba. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea mamlaka kwa serebo seka. Rese kuribaserine kancho Baba. Rimosika. Gora maseku. Hala masokuriba. Mama Masaba omba nasi. Mama Masaba omba nasi. Mama Masaba omba nasi. Thank you, Jesus. Mama Masekuru Bosiko. Robosi kantobo. Robosi kantobo. Robosi karabasi. Wa leo tunakuenzi, tunakuabudu, tunaliinua, tunalimidi jina lako. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Wema zako ni nyingi katika maisha yetu Bwana. Tumeona wema wako Mungu wa rehema. Tumeona baraka zako nyingi Bwana. Tunakushukuru, tunasema ni asante. Tumepata kujua ya kwamba tutakapodumu ndani mwako Bwana, ndipo tutaweza kusimama Bwana wa mabwana. Tusaidie, maana hatutaweza peke yetu. Hitaji katika huduma zetu Bwana. Tushike mkono ukatembee pamoja nasi Bwana. Roho wako Mtakatifu, tunahitaji mwongozo wa neno lako Bwana. Neno lako likaweze kuwa ni taa ya miguu yetu, na tutaweza peke yetu. Tusaidie na ututende mema, maana ni Mungu wetu. Tumekuinamia Mungu wa rehema. Tumeanguka chini ya miguu yako Bwana, Mungu ambao umeyumba yumba. Ninakushukuru ni kwa sababu ya mama yetu mtumishi wako. Ukamuinue viwango vingine Bwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninakushukuru kwa sababu maana tuko hapa kwa ajili yako na tunahitaji kusikia kutoka kwako. Endelea kunena nasi kupitia kwa mtumishi wako ambaye amesimama. Piga makofi mazuri. Mungu anastahili makofi hayo. Kama unaamini Mungu ni Mungu, Mungu muumba, tunaendelea namna gani? Habari tunatumia Safaricom 5G na Yolo Box. Mama yetu anapenda kutuongelesha ukainuliwa kwa kila jambo kwa sababu wewe ni mwema. Ni katika kitabu hicho hapo mahali penye tumesoma kuna kutetemeshwa kwa ulimwengu. Sema ya kwamba basi kwa kuwa, yani kwa kizungu ni therefore, kwa sababu inaanza na kusema therefore.
inamaanisha kuna mambo yenye yamezungumzwa hapo nyuma ambayo ni lazima tuisikie kwanza kabla hatujasikia hii. Ambaye sauti yake ilitetemesha nchi ule, lakini sasa ameahidi akisema, mara moja tena nitatetemesha si nchi tu bali mbingu pia. Lakini neno lile mara moja tena ladhihirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa kama vitu vilivyoumbwa, vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. 28. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, ambayo kwa hiyo ya kumpendeza pamoja kevu na kicho. Kuna kutetemeshwa mara mbili. Ndiposa tumeona katika huo mstari wa 27 ikisema ya kwamba mara moja tena. Yaani alitetemesha mara ya kwanza. Na anasema mara moja tena nitatetemesha. Secretary wetu ametueleza vizuri ile kutetemeshwa mara ya kwanza katika mlima Sinai. Tetemeshwa mpaka watu wakashindwa kusimama. Wakaomba ya kwamba aendelee kuzungumza kupitia kwa Musa. Lakini tena anasema nitakuja kutetemesha tena. Alipeana maagano, akapeana mwelekeo, lakini anasema mara nyingine, mara moja tena nitakuja kutetemesha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hii wakati anasema ya kwamba na mara moja tena nitatetemesha si nchi tu bali na mbingu pia. Hiyo wakati alitetemesha nchi na mbingu pia. Kumbuka pale mwanzo tunaambiwa aliumba ulimwengu na akaumba na mbingu. Kwa hivyo anasema nitatetemesha nchi na nitatetemesha tena na mbingu. Haleluya. Haleluya. Anarudi anasema ya kwamba ama katika kitabu cha Mathayo 24:29 anasema ya kwamba lakini mara baada ya dhiki ya siku ile jua litatiwa giza na mwezi hautatoa yake na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni sika. Yaani kutikisa nchi kwa mara ya pili kutakuwa ni mzito kuliko kule kutikisika kwa kwanza. Kwa sababu wakati huu anatingiza ulimwengu na anatingiza na mbingu. Sema kwamba jua halitatoa mwangaza wake. Hata mwezi hautatuonyesha mwangaza. Itakuwa ni siku ya dhiki kubwa. Itakuwa ni siku ya kulia na kusiaga meno. Kuna kutikisika mara mbili. Ole wako ambaye haujajiandaa, kwa sababu sijui utaenda wapi siku ya tikisiko ya pili itakapofika. Kuna kutikisika kwa kwanza kulifanyika, lakini kuna kutikisika kwa pili ambapo Baba anaandaa. Haleluya! Haleluya! Huko kutikisika
ndio kutakuwa na umilele. Himili vitapitishwa. Wenye hawakusimama katika utakatifu watashindwa. Vitabaki wale wenye walikubali Kristo kwa mwokozi wa maisha yao na wakatembea katika utakatifu. Hao ndio watakubali, ndio watabaki wakiwa wamesimama imara. Wataishi na Baba milele katika umilele wenye ameenda kutuandalia. Wataishi wakisema hosana, wataishi wakisema haleluya. Hakutakuwa kusiaga meno tena, hakutakuwa kulia tena, kwa sababu Baba atakuwa amekuja kwa ajili ya kunyakua kanisa lake. Haleluya, haleluya. Neno la dhihirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa. Vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. Yani na ukapotelea katika ulimwengu, ukapotelea katika raha za ulimwengu, ukapotelea katika anasa za ulimwengu. Ni vitu vyosimama imara pekee ndio watabaki kama watakiishi na Baba. Hao ndio watatembea kwa barabara za dhahabu, wale walioshinda vita. Haleluya. Ninyi vinatikisika. Nasema na ninaongea kuhusu ufalme katika mstari huo wa 20. Huu ni ufalme wenye Yesu Kristo. Tuko hapa lakini kuna mahali penye tunaenda. Fika ndio tuna huo ufalme na Kristo. Kule juu utakuwa tajiri kwa sababu utakuwa mrithi pamoja na Kristo, ufalme wa Taka bukisi. Tutasimama imara, tutatikisia kazi ya Bwana kwa sababu ya upendo mkubwa ambao Baba amekuwa nao kwa ajili ya maisha yetu. Katika nguvu kwa ulimwengu ambao hauna utulivu. Neno la Mungu linarudi kutuambia katika wa 28 ya kwamba tufanye ibada ya kumpendeza. Yaani ile ibada yenye tunafanya, zile shughuli zenye tunafanya zikuweza kumpendeza Mungu. Sio za kutupendeza sisi wenyewe. Pendeza Mungu. Kwa sababu ni kana kwamba wewe unafanyia wanadamu. Hiyo ni mambo yenye haimpendezi Mungu. Ya kumpendeza Mungu hata wakisema, wewe unaendelea kufanya. Mungu hautaki kupendeza mwanadamu, unapendeza mwenye alikuita, unafurahisha mwenye alikuita, na mwenye alikuita ni mwaminifu, anasimama pamoja na dunia inapotikisika, anasimama na anasema, mtoto wangu kaza mwendo, niko pamoja na wewe, sita na wewe, mimi niko na wewe, kaza mwendo, uwezesha, nitakupigania,
kejeli. Usife moyo. Kejeli. Aliyekuita, pendeza aliyekuita, pendeza aliyekuita. Haleluya. Unaimba. Wanasema wewe hujui kuimba. Wako na mwimbaji. Saa hii tu mama cluster rep akisema mtu mmoja akuje kuimba, ukisimama wanaanza kuchunana. Wanasema wewe hapana. Mwingine anatolea sauti huko nyuma. Wanasema tunataka roda. Na wewe usipendeze mwanadamu. Pendeza Mungu. Atakupa kibali. Haleluya. Wewe mwaminifu kwa kile kidogo chenye amekupea. Kuwa mwaminifu kwa kipawa chako. Baba atakusaidia. Baba atakuongezea. Haleluya. 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 Ibada ya kumpendeza Mungu sio ibada ya kupendeza wanadamu. Wacha hiyo ibada ikubalike mbele ya Mungu. Isikubalike kwa wanadamu, lakini ikubalike mbele ya Mungu. Hatimaye atakusimamisha. Hatimaye atakupigania. Za Mungu ndio watabaki wamesimama na za machozi na kusema walikudhihaki, walikutusi. Hapa watoto wangu, ingia kwa ufalme. Njoo uketi hapa. Haleluya. Hiyo kazi tunapoifanya, naambia kwamba pamoja na kama hofu, yaani unapoifanya wewe enda udu. Usiwaambie watu enda udu. Biblia wataona wewe ukidu. Ukimpendeza mwenye alikuita. Enda katika unyenyekevu. Ongea katika unyenyekevu. Usiwatusi. Usiwatusi. Ongea kwa unyenyekevu. Haleluya. Mtumishi wa Mungu Paulo akasema, nilifanya zaidi ya wengine, ila Kristo ikuwezeshe. Neema ya Kristo ikubebe. Kuwa mnyenyekevu mama. Kuwa mnyenyekevu. Wanaposema wewe ni hata masikini wanakuita wewe masikini. Ni kama wewe ni kuliko wale wengine. Kumbuka ya kwamba ukifanya kazi katika unyenyekevu, neno la Mungu linasema Baba hushusha wenye kiburi, anainua wenyenyekevu. Atakuinua mama. Atakuinua mama. Baba atakuinua. Baba atakuinua. Baba atakuinua.
vifungo. Nyenyekea mama, nyenyekea mama. Baba anakuinua, Baba anakuinua. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni kwa neema ya Mungu tu. Kuinuliwa kwako ni kwa neema ya Mungu, sio kwa mapato yako, ni kwa neema ya Mungu. Sio ya kwamba unajiweza, ni kwa neema ya Mungu. Baba atakuinua. Pokea neema ya pokea neema ya kuinuliwa. Pokea neema ya kuinuliwa. Pokea neema ya kuinuliwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Wewe fanya tu kazi ya Mungu kwa moyo. Na linda ushuhuda wako. Tembea katika utakatifu. Atakusimamisha siku moja. Baba atakutekea siku moja. Baba atakushika kwa mkono wa ushindi. Hata kama unaonekana kana kwamba hautaweza, Baba atakuwezesha. Baba atakuwezesha. Wacha ishi ndani yako, na akiwa pamoja na wa mfalme. Tembea kwa ushindi. Hatujaenda kwa mlima Sinai, ile nchi kubwa la Mungu, na wale walioshinda vita watakusanyika kule kwa Yerusalemu na ushindi. Penye hatuendi na sadaka za kuteketeza, penye tunaenda na kuingia damu ya mwana-kondoo. Tunajikuta tunaingia kwenye uwepo Mungu mwenye kaa, tukimwabudu na kumsujudu katikati ya uwepo wake. Tunasimama kwenye nguvu. Ni Roho Mtakatifu niliyosema atawaelekeza katika njia ya kufuata. Haleluya. Kusimama katika nguvu usio na utulivu. Tutafanya namna gani ili tuweze kusimama usio na utulivu? Jambo la kwanza, tutakuwa wenye nguvu katika imani. Zaburi ya 125:1 inasema ya kwamba wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika ila wakaa milele. Tuna Sayuni ambao hautatikisika. Mama, hautatikisika. Utakanye mwanadamu, mtumainie Mungu Baba, mtumainie yeye aliye katikati ya changamoto, anabaki kuwa mwaminifu. Hata katikati ya magonjwa anabaki kuwa Mungu. Yeye ni Mungu. Unayemtumainia ni tikisika, hautatikisika. Simama milele. Haleluya, haleluya. Ili kutotikisika katika ulimwengu, ni lazima katika 24 wa Mathayo 7:25 inasema ya kwamba basi kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya anafananishwa na aliyejenga juu ya mwamba.
mvua ikanyesha, zikavuma, zikaipiga isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Mwamba, mwamba. Na wamama wote watasimama. Ukisimama kwenye mwamba, na hilo neno lilikuwa ni Mungu, na hili neno ndio lilikuja likakuwa nyama, likaishi pamoja na sisi. Yaani neno ni Yesu Kristo. Kwa hivyo unapojenga kwenye mwamba wa neno ambaye ni Yesu Kristo, wimbi ikikuja unasimama, hata upepo ukisimama, hata moto ikikuja unasimama, hata unyoroshwe unasimama, hata uteliwe unasimama, kazi unasimama. Wakati wanapiga kura, wawezi kuwa mama assembly. Bado unasimama. Wanakutoa kwa kiti. Wewe si mama assembly tena. Bado wanasema wewe hata bado wanakuambia hujui kupanga kazi. Kuna wale wanajuanga kupanga kazi vizuri sana wakiwa huko nyuma kuliko wewe mwenye uko hapa. Na wanakuambia wewe hujui kupanga kazi. Bado wanakuambia umewachokesha. Bado unasimama. Kuna kazi ya kufanyika katika idara ya kina mama. Na sio rahisi, lakini tena tunafanya kwa sababu tumesimama. Na Mungu anatupatia hekima. Kuna kazi ya chakula nyumbani mwa Bwana. Lazima tulee wachungaji wetu. Neno la Mungu likasema ya kwamba Yesu alipowatuma wapeleke neno, aliwaambia wasibebe mkoba, wasibebe chochote, hata viatu wasibebe. Kule kwenye wataenda, watakula huko na watakunywa huko. Wamekuja kwa mikono yenu. Inabidi ya kwamba tujue vile watakula na watakunywa. Mama assembly, uko na majukumu ya kuhakikisha ya kwamba wachungaji wanakula wanakunywa. Akitoka kwa madhabahu asitoke na njaa. Hakikisha kuna chakula. Na tena kuna ile kazi yenye tunafanya siku ya kina mama. Hakikisha ya kwamba umepanga, kama ni kwa vikundi, unapanga kwa vikundi, unasema kikundi fulani mniletee kitu fulani. Kikundi fulani mniletee kitu fulani. Kama sio kwa vikundi, ambia, sema wewe nilete, nani ataniletea mafuta, nani ataniletea unga, nani ataniletea toothpaste,
Nani ataniletea mchele? Nani ataleta sukari? Upange hiyo vitu yote na ukumbuke tena kuna wale utaambiwa kuletee fedha. Siku ya ibada yenye inaongozwa na idara ya akina mama, hiyo vitu yote inakusanywa, inakuja pamoja. Mama Assembly wanafanya makadirio. Kuna zile zenye utapata mama wilaya amekwambia ya kwamba unapofanya kazi hiyo, pesa fulani hii utumane ripoti ikuje kwa wilaya. Yenye amekwambia, kama amekwambia 1,000 kwa ofisi ya, ili na yeye kuna wasia naye halali njaa, atatengeneza box ya huku. Alafu kuna ripoti yenye atatuma kule kwa mission ya kwamba na si pia kule mission kuna vile itapangwa. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba wachungaji hawatoki kwa makanisa wakiwa na njaa. Wacha kusema na sijui tunatoa. Mimi si fungu la 10. Mimi ninasema ya idara ya kina mama si fungu la 10. Usikuje na useme nilileta fungu la 10. Fungu la 10 iko hapo na iko na maneno yake, iko kwa Malakai hapo. Hiyo tutasoma siku nyingine. Leo ninasema box. Chakula nyumbani mwa Bwana. Yaani na unatoa tu mara moja hivi kwa mwezi. Hiyo mara moja unaweza kosa kujipanga kweli. Tuko na mwezi mzima wa kujipanga. Hakikisha ya kwamba hiyo kazi inafanyika. Wachungaji wasiku kama assembly bila chakula siku ya assembly ya akina mama. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kuna mama niliona kwa uniform amevaa smart sana. Alikuwa nani? Hebu kuja hapo nione mama, kuja. Hebu nione hii yako. Sitaki kusimamisha mama, kuja. Asante. Una hii uniform ni smart sana. PAG Kenya. Anafanana namna gani? Ako very smart. Wivu, mpige makofi mazuri. Ako very smart. Asante, hata nywele yake ametengeneza. Kuja mama. Ni mimi peke yangu. Wewe peke yako ulishona hii? Oh. Mshawahi kushonea mchungaji? Mchungaji wako akuwe smart. Utaenda ushone ingine imepita hivi, ingine imeenda huko. Uanze kutangaza ya kwamba wewe ndio ulishonea pastor nguo. Kumbe umeshona kitu yenye hata hawezi kuvaa, ingine iko huko, ingine iko huko chini. Nani aishawahi kushonea kununua? Simama kwa mguu kama umenunulia pastor wako suit, simama kwa mguu. Simama. Pastor. Wewe peke yako, sio yenye ulichangisha na watu. Wewe peke. Na si mnaona walifanya vizuri, hata vile wanafanana. Si wanafanana tu kama Mungu aliwabariki. Na nyinyi simshone. Simwende mnunuliwe na Mungu akawabariki. Kuna mkutano itakuwa kule Nyang'ori. Tarehe 4 mwezi wa 10. Wachungaji watakuja huko kwa sababu ya kazi kubwa yenye iko huko, kazi ya Century Project. Hakikisha ya kwamba wachungaji wenyu wako smart. Kuja wakue huko wako smart. Mwenye hazunguki ama mambo yenye anapitia ndani. Mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperishwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kutoka kwa Bwana. Yaani usikuwe ni mtu wa shaka wakisema ni namna hii umeelekea huko. Mtu mwenye haujielewi. Kwa sababu haujielewi, wewe unasimama unaenda kuungana
unasema lakini Mungu anakuona vile umepeperushwa ukienda upande hii, umeenda kwa pastor, pastor kuna watu wanapanga wanasema pastor ameshtuka, tuendelee tumalize hii maneno. Mnachelewa. Mtu wa kusimama imara ni mtu mwenye hata yumbishwa na maneno kama haya. Kama hiyo inapofika, yeye anasimama imara. Anatambua yeye aliyemuita. Anajua yeye aliyeniita ni mwaminifu. Mimi nitasimama kwa ukweli. Nitasimama kwa neno la Mungu. Hawa ni watumishi wa Mungu, sitawahangaisha. Mimi nitasimama imara. Haleluya! 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 Hata toka jifunge leso jioni, aende kutafuta watu kwa soko ili afanye mambo mbaya, apewe pesa ya chakula. Atasimama katika haki na ukweli, aseme kama ni kulala njaa, Mungu ameruhusu ya kwamba nilale njaa leo, mimi na watoto wangu. Hata kama ni kuchemsha maji, atachemsha wakunywe. Na anajua ya kwamba Mungu aliyemuita ni mwaminifu. Na kesho yake ataenda kutafuta. Na Baba atatengeneza ishara. Miujiza itafanyika. Hata lala njaa milele. Na hata kufa kwa sababu ya njaa. Sio mtu wa kuyumba. Ni mtu anayesimama imara. Upepo unakuja, amesimama imara. Mawimbi inakuja, amesimama imara. Magonjwa yanakuja, amesimama imara. Anakosa school fees, anasimama kwa neno la Mungu. Kumbuka, usiku anafuata neno la Mungu. Ikiwa mchana anafuata neno la Mungu, Ayubu, Mungu aliyesimama imara. Watoto wake wote wakakufa. Akapoteza wote wakakufa. Akapoteza hata mifugo wake wote. Akapoteza mali yake yote. Na hatimaye hata mwili wake pia ukakuwa umekuliwa, umeharibika. Ayubu, mtu wa kusimama imara, alipoharibiwa namna hii, ninajua ya kwamba mtetezi wangu yu hai. Ninajua mtetezi wangu yu hai. Nimeuliwa, ndio nimetukanwa, hata kwa dhambi. Mtetezi wangu yu hai. Mtetezi wangu atasimama juu ya nchi. Mama, mtetezi wako yu hai. Mtetezi wako yu hai. Hata uonekane, mtetezi wako yu hai. Yeye aliyekuita ni mwaminifu. Mtetea mama, hata kutetea mama, hata kama itachukua muda, hata kutetea, hata kama inaonekana kana kwamba hakuna matumaini, hata kutetea. Haleluya! 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 Kusimama kwa nguvu katika ulimwengu usio utulivu. Dunia inabadilika, lakini ukweli wa Mungu na ukweli imara. Neno la Mungu linasema ya kwamba mshtaki wetu Ibilisi
kama simba angurumaye huzunguka biti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale ya watoto wa wilaya ya Kisii. Kumbukeni ya kwamba yale mnapitia, lakini Baba aliwahifadhi. Kuna hata kwa kuna wale wenye walitukanwa wakafungwa korokoro, Baba aliwatetea. Kuna wale wenye hawakuwa na watoto walisimama imara, Baba akawasaidia. Kuna wale wenye hawakuwa na kitu kama akina Naomi, mwisho Baba aliwatetea. Baba atakutetea katikati ya hali yako. Baba atakusaidia katikati ya hali yako. Unapo hata kama itamuzike, atakusaidia. Mitume ya kwamba katika ulimwengu kuna dhiki, akajua ya kwamba kuna dhiki. Kwa hivyo dhiki iko. Imara, tutasimama imara, hatutatikisika, tutasimama imara. Baba, simama imara kwa neno la Mungu. Wakasema mfalme, haina haja sisi tukujibu kwa hii maneno. Tunajua ya kwamba hatutainamia miungu yako. Simameni muwe dhabiti, simameni muwe dhabiti, simameni musimame imara, musimame imara. Jamii zinatikisika, simama imara, simama imara, simama imara. Baba atawawezesha. Haleluya, haleluya, haleluya. Paulo mwisho yote akasema ya kwamba vita nimevipiga, mwendo nimeumaliza, na imani nimeilinda, na hatimaye ninasubiri taji yenye Baba atanipatia. Ninatamani ya kwamba siku ile tutafika kule juu mbinguni, nikiangalia nione mko hapa, nione huyu ni mama wa Kisii yuko hapa, huyu ni mchungaji wa Kisii yuko hapa, huyu ni overseer yuko hapa, huyu ni yule mama alikuwa akiimba, huyu ni cluster representative wako hapa. Wanasema vita tumevipiga, mwendo tumeumaliza, na imani tumeilinda. Tunaingia katika umilele. Umilele ni kupiga vita vizuri, ambao wamemaliza mwendo salama na wamelinda imani, wamelinda imani, hawakutikisika. Upepo ulikuja, wakasimama imara, mawimbi yakakuja, wakasema mwisho utapokea taji. Tusimame kwa miguu. Dunia imejaa na wengine wamebebwa na mawimbi. Usibebwe na mawimbi. Wengine haya, simama imara, simama kwa neno la Mungu kupitia, simame kwenye njia vizuri, salama. Beleni na
milima yote. Nataka uende mbele za Bwana. Umesikia neno lake, amenena na mioyo yetu. Nataka useme ya kwamba Bwana, ninataka mchana wa leo, ya kwamba siku hiyo ikifika, ya kwamba nisimame imara. Siku hiyo ikifika, ya kwamba nikaende kwa wewe. Siku hiyo ikifika, ya kwamba Baba unisimamishe. Ninaomba kibali kwako, ya kwamba sitaki kuenda kwa nguvu zangu. Ninataka Bwana unitangulie. Ninataka Yesu nitangulie. Ninataka Bwana unishike mkono katika safari hii. Nimejaribu kwa nguvu zangu, lakini mimi siwezi. Ninataka unishike mkono, ya kwamba ukanielekeze katika ibada, ukanielekeze katika mwito wangu, ukanielekeze katika isha. Muite Bwana ambaye atakusimamisha nyumba yako, atasimamisha watoto wako. Ulikuja mahala hapa kutetea injili ya Yesu. Ulikuja mahala hapa nyumba yako iponywe. Ulikuja mahala hapa huduma wako usimamishwe. Inua sauti yako, muite Yesu. Inua sauti yako, muite Baba. Yeye ndiye mweza yote. Yeye ndiye atakuwezesha. Yeye ndiye atakupigania. Ni wakati wako wa kumuita Yesu. Ni wakati wako wa kumuita Baba. Baba anaitika, amesema ombeni lolote mtakalo kwa jina langu na mtapata. Ni wakati ambapo kwamba unahitaji kuomba, unahitaji kumuita. Sijui ni jambo, kumbuka watoto wako, kumbuka jamii yako, kumbuka wazazi wako. Kwa maisha ya mama huyo, ninakuita kwa maisha ya mzee huyo, ninakuita kwa maisha ya mtoto huyo. Watu wakakukimbilia wewe. Ulimwengu unayumba, ulimwengu unayumba na uyumba. Asante sana Yesu, asante sana Yesu, moyoni mwangu. Asante sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana. Asante sana Yesu, asante sana Yesu, haleluya. Imba ukiangalia moyo wako. Nataka tuombe. Nataka niombe. Nataka mtazamie Yesu. Ni jambo gani mama limekuwa katika maisha yako? Katika ulimwengu wako mama, ni nini kinakuyumbisha? Katika ulimwengu wako mama, ni jambo gani linakuyumbisha? Tunataka tusimame kwa mamlaka ya Yesu. Tunataka tusimame kwa nguvu za Yesu. Tunataka tusimame kwa kibali cha Yesu. Mchana wa leo katika nguvu za Yesu tunaomba
katika maisha ya mama huyu, katika maisha ya mama huyu, katika nyumba ya mama huyu, miinuko ambayo imeinuka, kila vitikiso ambayo amepitia hali za magonjwa. Mama huyo halali usingizi, kila wakati mapepo yanamwangaisha. Tunasimama kwa mamlaka sasa, tukipinga kila ila za ibilisi, kila nguvu za ukoo, kila nguvu zitokanazo na kuzimu. Bwana, tunakumbuka nyumba zetu, tunakumbuka kila wakati wamepotelea kwa pombe, kila wakati wamewanasa, tunawanasua kwa nguvu za Yesu Kristo. Tunaombea watoto hawa Yesu, tunaombea kwa nguvu za Yesu ukaweza kuibadilisha zimetesa nyumba za watu, kila wakati hawezi funga manyumba za watu, maboma za watu. Yesu, tunasema kwa nguvu za Yesu tunaitisha nguvu, tunaitisha moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho jia afya zetu, tunaita afya zetu, tunaita afya zetu, tunahitaji Yesu tutembelee, Yesu tutembelee, Bwana wa leo tutembelee kanisa na wale tutembelee kanisa. Kila wakati unaumwa na mgongo, miguu inauma kila wakati, kiuma kila wakati, macho kuuma kila wakati, magonjwa. Wewe unayumbisha nyumba, unayumbisha maisha ya mama huyo. Tunakataa magonjwa hayo. Tunatembelea kwa ushindi wa Bwana, tunatembelea kwa sauti ya Bwana ya kwamba atatuponya, atatuondolea magonjwa, atatuponya afya zetu. Tunatembea kwa neno hilo tukikataa magonjwa katika jina la Yesu, tukikataa kila aina katika Yesu, tukikataa kila aina katika jina la Yesu. Tunatembea kwa ushindi, tunatembea kwa kibali, tunatembea kwa ushujaa, tunatembea kwa ujasiri. Tunapotoka mahali hapa tunaenda kwa uponyaji, tunapotoka mahali hapa tunaenda kwa ushindi. Kama kuna jambo la kurudisha nyuma wa mikono yetu imekaukiwa kila wakati, wa mikono yetu imekaukiwa kila wakati, tunasema hatuna, kila wakati tunasema hatuwezi. Wewe pepo, kila wakati tunasema hatuwezi. Wewe pepo ambao umeingia kwa maisha yetu, unatuwafanyia kwamba hatuwe kwa maisha yetu, unatuwafanyia kwamba hatuwe. Wewe na utajiri wote ni wa Bwana. Tusamehe Mfalme, tusamehe Yesu, tusamehe Bwana. Asante kwa msamaha, asante kwa kuachiliwa, asante kwa kuachiliwa, asante kwa kuachiliwa kwa nguvu na mamlaka ya Yesu. Tangu mkutano huu uanze,
kwa muda ambao nimekuwa mahali hapa nimesikia wakimtaja Yesu. Hiyo suluhu ndio jibu. Inamaanisha ya kwamba bila Yesu ni bure. Haleluya. Nataka niulize hivi. Maybe tunaongea kuhusu Yesu ambaye tumechukua jina Yesu kama majina ambayo tunasikia tu. Nataka tangu uingie ama kwa mara ya kwanza hujawahi kwa kinywa chako kukubali Kristo ama kusema kwamba ninahitaji toba nikampokee Kristo. Hujawahi. Maybe umekuwa tu kwa ibada, lakini ukiangalia wokovu wako haujui ulianzia wapi. Kinywa chako sasa kinasema Kristo ni Bwana, hapo ndipo unapata wokovu. Kwa hivyo nataka umelete Kristo kama hujawahi Kristo. Nimekuwa tu sijawahi kiri kwa kinywa changu kwamba nimpokee Kristo. Leo siku ya leo ninakubali nimpokee Kristo, nitembee na huyu Kristo. Mimi nataka kumpokea Kristo. Ukimwonea haya pia naye atakuonea. Nakubali mkono huo ama kuja lete huyo ama huyo ama karibu na wewe. Kuna mwingine pale, akujeni tu, chukueni hatua ya imani ya kwamba mimi siku ya leo nimemsikia huyu Yesu na leo nimefanya uamuzi, ninataka kumpokea akaweze kunisaidia. Karibu ule mama aliyeinua mkono. Kuna mtu anainua mkono, ukimwambia kuje mbele anaogopa. Huyo mama hajafanya uamuzi. Asante ndugu. Huyu amenyenyekea kwa moyo wake, amesema ya kwamba dunia hii bila Yesu mimi siwezi. Inua mkono wako juu, kubali Kristo. Tamka na kinywa chako maneno ambayo unataka Bwana akufanyie kabla sijaita yule ambaye atakuelekeza. Mama kuja, yule ambaye anasema kwa mkutano huu ambao umeandaliwa Kisii, sitatoka ndani kama sijampokea Kristo. Ndio tujue mkutano huu umeelekeza wangapi kwa Kristo. Asante sana. Biblia inasema kuna shangwe mbinguni mtu anapompokea Kristo. Nataka hata hapa chini tukuwe na shangwe kwa ajili ya wao wamepokea Kristo. Haleluya! Asante mama huyu amekuja. Asante kwa mama huyu. Kama kuna mtu anabaki nyuma, kabla sijaita mama Kenya awaelekeze kwa toba. Kama kuna mtu ako huko nyuma anasikia moyo wake unamsukuma ya kwamba anataka kupokea Kristo, usimwonee haya, usiogope. Huo ulimwengu usikuyumbishe. Fanya kauli na Bwana atakusaidia. Wale waponge wainueni mikono. Wale waponge mama Kenya anapokuja kuelekeza wanao Kristo na wala ambao mnawajua kama kwa njia ya Ukristo. Bwana Yesu, tunakuja kwako mchana wa leo. Hao watatu ni wako mbele, naomba turudie naye mbele yangu, turudie maneno haya nyuma yangu. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mtenda dhambi, nimekukosea. Nimetenda dhambi. Kwa matendo yangu nimetenda dhambi. Kwa kuongea nimetenda dhambi. Katika mwenendo wangu nimetenda dhambi.
kwa kufanya kile chenye sikustahili kufanya, nimetenda dhambi. Baba, ninaomba unisamehe. Naomba unisamehe. Naomba unitakase. Futa jina langu kutoka kwa kitabu cha watenda dhambi na uniandike kwa kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo, ingia ndani yangu na kuishi ndani yangu. Roho wako Mtakatifu awe msaidizi wangu. Kwa Yesu tumeomba. Baba, nasema ni asante kwa ajili ya watoto wako ambao wamekupokea. Nami ninawakabidhi mikononi mwako, ukiomba ya kwamba wingu la uwepo wako likawashukia kwa ushindi. Wahifadhi katika safari ya wokovu. Ninachukua jina la Yesu Kristo zipate kushinda vifungo vyote vya ibilisi. Baba, ninaomba ufungue. Mikononi mwako tumewakabidhi, na kwamba kuanzia sasa utakuwa pamoja nao. Hawatakuwa peke yao tena, utakuwa pamoja nao. Endelea na endelee kuwafundisha njia watakazopita. Mikononi mwako tumewakabidhi. Kwa Yesu tumeomba na kuamini. Kutoka sasa, karibu wale wako karibu na wao, kama ni wa kanisa, labda kutembea na yeye jirani, tafadhali chukua nafasi ya kuelekeza waingie katika kanisa, muelekeze. Tupige mama yetu makofi. Tumebarikiwa na become a blessing to us. Secretary patie nafasi ya tusalamie ndio tuendelee na program. Asante sana kabisa mama. Wageni wako mmetubariki kabisa. Kumbe hii ndio the day the Lord has made. Bwana asifiwe. Kwa sababu tuko na mgeni hapa ambaye anataka kutoka na mheshimiwa wetu. Haleluya. Na kabla nimlete pia ili atusalamie, nimepata salamu zenu kutoka kwa mheshimiwa Honorable Joki. Si mnamjua? Mheshimiwa hapo Nairobi. Yaani is regretting, kama angekuwa hapa angewatembelea masalamia, lakini hapo na kazi nyingi pale Nairobi. Waiki amesema atawatembelea wakati mwingine. Unajua hawa ni waheshimiwa wa siasa na wanapenda watu wao, lakini ujue ya kwamba tena tuko na mwingine kabla kula ya Kenya, si ndio? Kwa hivyo ameahidi next time atakuwa pamoja nasi ili awasalamie na pengine unajua mheshimiwa Joki anapokuja anakaa na nyinyi mpaka mwisho. Unamjua hivyo? Kwa hivyo pia tumebarikiwa kuwa na mheshimiwa wetu ambaye ni MCA ambaye ako kwa kitu wakati huu. Mheshimiwa Joki anatafuta mambo MCA ili atatoka MCA ili kwa kuwa area MP hapo kwa kiti chake. Salamie hatimwali mwale dunia yako. Asante sana Pastor. Mama Kenya, kiongozi wa wilaya, pastor wetu wa assembly na mapasta wote. Diamono, si heshima kuongea kama kiongozi. Nataka kuongea kama umemaliza, lakini mkubalie tu. Na secretary na treasurer Shubiri, umebarikiwa. Nilikuwa nataka kusimama lakini sikuwa hata na
So nikasema wacha kwanza ningoje wale wengine wasimame. Mimi sasa ile ingine pia mimi niweke lakini nimeshukuru sana. Na message moja nimepata yenye naenda nayo ni kwamba tuzidi kusimama kwa imani na tusimame imara kwa Mungu. Na mama Kenya akasema hii maisha usijisumbue kufurahisha mwanadamu. Upendeze nani peke yake? Mungu peke yake. Na hiyo ni ukweli kwa uongozi wa kanisa, uongozi wenye tunafanya pale wa dunia. Kuna challenges, kuna maneno mengi, lakini ukifanya kama unaimba kwa kanisa, kama unafanya anything, usiangalie eti yule atasema nimefanya nini mzuri. Uzidi kufanya mazuri na Mungu atawabariki. Si hiyo ni sawa? Sasa kumalizia niseme hivi, kama miezi 2 imepita, nilipoteza mama mdogo wangu, alikuwa memba wenyu. Kakuja pale Matanga, nikapata mama wilaya. Akaniambia mtakuwa na hii camp, na nikasema kwa heshima ya mamangu nita make sure nimekuja. Nimechukua muda sana, sijakuja hii kanisa yetu na kanisa zetu zote zenye zimezunguka hapa, lakini kwa heshima ya mama nataka niahidi, na kwa pastor wangu Ombogo niseme kwa heshima ya mama yangu Ruth, nitarekebisha makosa yangu. Sasa nikimbie kanisa zenyu, nikuje tuombe na nyinyi, na najua pia mimi nitabarikiwa. Si mtaniombea pia mimi nikuwe mzuri? Mbia mono. So sitaki niongee mingi. Kwa wageni wetu, mimi naitwa Mukaya Amos Omweri. Mimi ni MCA wa ward inaitwa Nyatieko. Nyatieko iko ndani ya Kisii County. Hapa si mbali na nyumbani. Na watu wengi hapa ni watu wangu. So nimewakaribisha sana. Sitaki niongee mingi. Tutaongea mingi pale nje. Na niliomba nafasi kwa sababu nakimbia matanga ingine 2-3 kwenda hiyo ngambo ingine ya Nyatieko na Ibata huko. So pastor nitaomba nafasi. Ningetaka kuwa nanyi jana na juzi, but nimekuwa mbali kidogo. Leo nikasema siwezi kosa kuja hapa na mkimaliza kesho kama sijabarikiwa. So niombe na nafasi, na pia Riageso wote ni wangu, na hata nje ya ward nikipata nafasi nitatembea. So niwashukuru sana, mnikubalie nanyi, na nawaombea mama Kenya ukirudi na wageni wako kuja. Asanti. Pasa na yuwako tae boxing kutukiru mmoja lakini wana njengo kumanya. Nilimjua kupitia kwa Mayaka najua ni mshirika wenyu, tulisoma nanti. God bless you so much. More Mama wilaya. Thank you so much. 5,000. Yes, thank you so much. Katika mkutano wetu leo tumebarikiwa pia kuwa na wengine wako nje, sijui kwa nini. Tenango yorabwa semure kara tenanga bagaka litangani wase bagaka tenango kara ngaga. That is great. Kwa niaba ya hawa wazee, mmoja tu asalamie kwa niaba yao. Mama Kenya umutangani ulito ngayaro ulio Nyamataro no murema kwa na wapasta bali banyu urubaseme jambo amangana yaerego kwa niaba yao mutangani ulito noranga ngayare. Yes mwalimu, kwa niaba ya wazee tafadhali. Sio kwamba nilitarau wengine, lakini kwa sababu wewe ni kiongozi, kwa niaba yao sio salamie mkutano. Vizuri kufuata wa mama wa Nyamataro na pastor wako. This is great. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Asante sana secretary, pastor kwa nyumba, viongozi wetu wa national wa wilaya na wamama wetu wote. Bwana Yesu asifiwe. Tumefurahia. Asante sana. Kwa majina naitwa Mark Nyang'au, deacon kutoka kanisa. Aba ngina abambu ya mure. Kuna wamama wengi hapa sana. Tenanga abwa simure mokorega tenanga. Ineshima. Unapofanya kazi ya serikali, hiyo ni heshima. Simama tu waone. Madam principal tenena, aba principal bali murema. We are principals here. Yes. Thank you so much. We really love you. We appreciate you on that time. Kabisa. Kabla unimlete leo imani wetu wa wilaya, kuna pastors wetu walichelewa kidogo. This is not your time. You just come and say your name
and where you preach, and that's all. Kwa sababu kulikuwa na wakati chairman Sia, niliona pastor wa Gesarara ameenda wapi? Niliona pastor wa Evate. Kucha, pastors please come quickly. Wakati wenu mkakosa, lakini because of heshima yenu ndio mmefanya wa mama wakakucha, siwezi nikawaacha hivyo. Nena na nyinyi. Kwa heshima hiyo ya mama Kenya, wacha niwapatie nafasi. Hawa ndio wachungaji wa mama. Kwa hivyo nitakuanzia sasa. Chairman utatoka nyuma kwa niaba ya chairman ndio malize. Kwa andiko, wacha Mungu akubariki. Kwa jina ama kwa Pastor Joel, natoka kanisa inaitwa Gesarara PH. Asante sana secretary. Thank you. Mimi kwa jina ni Isaac Hayako, mchungaji wa Nyabonge PH. Ni jirani ya hapa. Karibu sana. Wengi wa kanisa langu walikuwa wanasangaa mama Kenya anaonekanaje. Sijui kama wako hapa. Wako. Asante. Naonekana hivi smart hivi. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Nami nimefurahia kumwona mama Kenya. Ni mara yangu ya kwanza. Nimeguswa sana. Kwa majina ni Okenya, mtoto wa kanisa hili hapa. Kwa hivyo nimefurahia sana nami. Ana Vice Chairman. Secretary, District Secretary na Treasurer, mama Kenya, viongozi wote na washirika wote wako ndani ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Shukuru Mungu ni kwa sababu tulichelewa, tunaomba msamaha na tumeambiwa tunataka kuheshimu secretary wetu kwa hilo. Mimi mchungaji Enoch Mokaya, kanisa la Nyanguru PAG, pia ni center hii yetu ya Geturi. Kwa hivyo tunasema Mungu awabariki sana. Hapo katikati kuna mke wangu, tafadhali afanye. Thank you madam. Kwa sababu naona ni wewe peke yako, wewe kucha. Kwa hawa wachungaji sijaona wake wao. Kucha. God. Nimefurahia sana mama Kenya. Huwa nasikia mama Kenya. Nimefurahia Sinta Mayaka. Mayaka is my dad. So I'm Jacinta Enoch. Praise God. Barikiwa sana. Thank you so much. Unajua pastors wetu ambao wana katika wilaya yetu wanatoka mbali. Yaani ni wachache sana. The district, they belong to the district. Wengi wanatoka outside the districts. Kwa hivyo pengine ndio wale wasaidizi wao wangeweza kufika kwa sababu camps zinaendelea all over Gusii. Si ni kweli? Kwa hivyo nataka kusema ni asante. Kwa hivyo mama Kenya, sitaki nichukue program yenu, lakini kwa sababu nimetunikiswa hii nafasi kidogo tu kutoka kwa mama wilaya ili tukaweze kuleta sadaka, wacha layman wetu atusalamie, lakini nimeambiwa kwaya ya Geturi mkae choncho sana hapa mkiimba tukileta sadaka. Layman, huyu ndio layman wa wilaya. Bless the Lord, each one of you. Bless the Lord again. Geturi. In front of you, I'm Monsignor Johnson, Gaya ya Geturi. Thank you very much for your coming here. Yeah. I'm a lay person of Giraya Kisii. Thank you for all which you have done. Thank you so much. Wilaya ya Geturi, kanisa la Geturi kucha mbele. Nataka vile must be doing some consultations. Yeah. Nisiende beyond. Kwa kiimba mama wewe ameniambia ni sadaka, si ndivyo? Yeah. Treasurer wetu kucha hapa kidogo. Kwaya hii ulikuwa unaimba nayo sana. You are so much associated with it. Yes. And you are a district treasurer. Yes. Nataka watu watoe sadaka nzuri. Yes. Kwa sababu hiyo mambo nayajua vyema kuniliko. Yes.
nataka wakiimba unatuita vile nchi ya Mungu atakuongoza, lakini tutoe sadaka nzuri kwa sababu leo tuko na wageni. Ama namna gani hapa Kristo wa mintu? Yamono. Thank you. Haleluya. Fanya. Kwa hivyo mkisikia wimbo mbaya ni kanisa letu la Getuli. Najua tutoke sisi wote. Nataka tu kaini napoendelea kuomba, nataka yani kuendelea kuimba, mniletee sadaka nzuri. Very good one. Alafu tena tutaenda ile ingine. Ana cash anataka utaweza tumana kwa hii namba, ni mama wilaya wetu 394. Hiyo ni namba ya mama wilaya 0710. Hiyo kwa mama wilaya wetu. Quickly as we finish. Asante. Thank you. Nani yule tena tumebakisha? Kindly bring your offering. Kwa wale muko nje, those ones who are outside, kindly leta sadaka yenu hapa. Kwenye muko nje, kindly you can bring your offering. For those ones who are outside, kwa wale muko nje, kindly leta sadaka yenu hapa. Kidogo tu, wacha huyo mchungaji atuombee sadaka hii. Asante. Kwaya mtoe nanyi, mtoe kwaya mtoe hivyo. Kwaya mtoe. Alafu kindly allow me huyo mchungaji wa station hii naye atuombee sababu ya sadaka hii. Amen. Kama kuna yule ameenda kuchukua sadaka, tafadhali muje haraka. Baba, tunakushukuru sana
Tunalimidi jina lako takatifu lenye uwezo na mamlaka na neema umetupatia kushiriki katika ibada ya matoleo. Bariki kila mmoja ambaye amehusika. Naomba kwamba Bwana, kupitia matoleo haya kazi yako ikaweze kupanuka na kuenea, na kupitia hayo Bwana tukaweze kupata baraka kwa kuwa wewe ni Mungu. Bariki kila mmoja ambaye amehusika, na sifa na utukufu kurudie kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen, amen. Asante sana. Sasa nataka kumalizia hapa nikisema ya kwamba wale kwaya leta hiyo tu baraka siko na nyinyi tu msichari. Kabla nirudise kipaza sauti kwa mama director wetu ili akaendelee na mpangilio, nataka wetu na wageni wako kutoka Nyang'ori, tunataka kusema ya kwamba ukirudi tafadhali chukua salamu zetu. Mware wanja chingo bichingira irama igaito kuchia somo nene. Ambia our channel superintendent tunampenda sana, channel treasurer, channel secretary na wapenda wote. Tunawahitaji pia watutembelee bila umetutembelea. It is important watu kubwa wetu wakitutembelea tunajisikia tuko sasa nyumbani. Mungu awabariki sana wakati mtakapotoka. Sisi kama wilaya kuwa pamoja nanyi. Yote ambayo yametendeka hapa, ingawaje ofasia anaendelea kushika na mambo mengine, atayaona yote tu kwa kamera. Atayaona yote, ataona mahubiri yote. Kwa hivyo na mimi kwa niaba yake na kwa niaba ya wilaya na kwa niaba ya hawa mama wote nimesema Mungu awabariki. Siku nyingine tunapokuja, asante sana kwa kunipatia nafasi, and I think I'll be very careful sichamaliza wakati wenu. Kwa hivyo Mungu awabariki. Mama wilaya, thank you so much kwa kunipatia nafasi, heshima kubwa nimekupea pia. Thank you. Asante. Asante district secretary kwa kutuongoza vizuri. We appreciate our district secretary vizuri kwa sababu ametuongoza. Nimesikia kuna mwalimu wa nimealiviwa sijui kwa wapi. Oh, kumbe ulikuwa karibu hivi. Wachungaji, mama wetu, wamama viongozi na washiriki, Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina Mori, na pia nasimamia extension program ambayo imenileta hapa. Hawa mama mmeona wamehubiri wote vizuri, wamekuwa Coastal Bible College. So ukitaka, kama unasikia uko na mwito unataka kuhubiri vile umeona mama Kenya akihubiri kabisa, niko hapa kwa muda mchache, tutakutana na wewe pale nje. Uko na mwito ukuje tusemezane, ujoin Bible School, na kama huwezi kuja Nyang'ori, extension naweza kuja hapa. Tunataka kusoma. Abangine bagusinda tutasome na intwe. Patorete extension igaiga. Nimeshukuru kila mmoja. Mpaka mgeni amekuja hapa. Yule baba. Akora kunyanja. Nataka nirudishe tena. Tuko na kwaya zetu zinataka kuimba, lakini wakati na nini katika jina la Yesu. Mukora tu akaba nebchega. Ekitote nenera mawe. Nikiongezea tu yenye mama cluster representative amesema, tafadhali akina mama tujitahidi kusoma. Kuna kazi zingine zenye zinahitaji Bible College. Huyu mwalimu wetu yuko pale nje, enda
hakikisha unajiandikisha ukisikia uko na mwito kufanya mahali hapa. Na sasa kwa sababu hata hapa kazi ya hapa kwenyu. National Women Secretary, letter yako zangu ndio hizi hapa. National Women Treasurer, Mungu akubariki sana mama secretary. Aya, cluster representative, letter yako. Oh, asante sana. Asante mama wilaya, Mungu akubariki. Kuna kiongozi wa vijana. Mke wa askofu kwanza. Asante. Secretary wa Maya na Treasurer mama wilaya. Thank you. God bless you. Secretary na Treasurer, unaona kweli? Je. Layman, na kiongozi wa vijana. Layman na senior Layman. Mungu akubariki mchungaji. Asante. Aya, wewe ni kiongozi mama assembly. Kuja. Hata mjanisalimia tangu nikuja hapa. Kujeni mnisalimie. Assembly Women Directors. Assembly Women Directors. Beautiful women, tunawaheshimu na kazi nzuri yenye mnafanya. Mungu aendelee kuwatia nguvu mnapofanya kazi ya Mungu. Lakini kuna zile kazi mama wilaya atawaambia mumsaidie kufanya hizo kazi. Nitume kwa namba ya MD. Ataniambia. Assembly Women Directors wamekuja wote? Asante. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki mama assembly. Asante. Aya, karani na treasurers wa mama. Karani na treasurer wa mama assembly. Karani na treasurer wa mama assembly. Asante, okay. Na mama tu pia wa ibada wako. Na kama hauna nisalimie tu mkono uende. Useme nilitaka kunisalimia kuja unisalimie. Mama. Asante kwa uimbaji mzuri. Inakuja. Mungu awabariki kabisa. Mungu awabariki akina mama. Mungu akubariki mama wilaya. Amen. Akubariki mama, akutende mema. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Mungu akutende mema. Mungu akubariki, akutende mema mama. Mungu akubariki mama, akutende mema. Sawa. Mungu akubariki, Mungu atende mema. Yangu anaitwa Janet. Hata mnafana.
Asante. Asante, naona kama tumemaliza. Amen. Wakubariki akutende mema mama. Wakubariki kutende mema. Asante kwa nafasi hiyo. Omba mama akienda kutembelea watoto wake, si hata mama hajua mama anakuja. Sasa watoto wangu wako hapa na mama akitembea tena, marafiki zake ndio wanamsaidia kumsindikisha kuona watoto. Kwa hivyo nimegawa, nipatie msichana wangu mama wilaya kitu anunue, kama ni nguo, kama ni lollipop, machenya hata. Shika hivyo. Naomba tuombe kase wanapozitumia ziwe za baraka katika maisha yao na jamii zao.
Amini. Watu wa Kisii, Mungu awabariki. Watu wa Kisii, Mungu awatende mema. Mungu awainue. Kuingia kwenyu kubarikiwe. Kuondoka kwenyu kubarikiwe. Uzao wenyu ubarikiwe. Kazi ya mikono yenyu inue huduma wenyu. Mungu awasimamishe na awahifadhi. We have something. Tunapea mama yetu kama wasichana wako. Nimesema sana mamji. By then she's a blessing. Tangu tutoke Nyang'ori vile tulifundishwa na yeye, tumekuwa tukishirikiana. Siliona na people wacha tulete hizo wasichana wako wana request. Sijui upiwe na kwaya, kila kwaya sijui atasimama hapa getulipiwe na yeye kwaya Nyamataro. Si mnakumbuka? So like we are privileged tena mumekuja. Sasa siku ile tuko na ofisi sasa. Hao ndio mama wetu na wanatupenda na tunapoenda mama anatulisha huko penye lakini tumeanza. So mama imefanya mama amekuja kutusalamia. So mama we are blessed. Sasa tuanze na treasurer. Ngotera kimogo tobekera masese ni aya. Tobekera masese ni aya. Masaa mbili hivi. Kwa ya gani chapigwa picha na mama? Kegati. Asifiwe. Tunashukuru Mungu mbali huu tuko karibu kumaliza. We want to do one request. Jana tulipokuwa request ikaletwa hapa. Tukaamua kuomba na kuita Mungu kabisa kabisa. The grandmother amesema tufanye Mungu na Sara. Huyu mama Sara ni treasurer wa Menyingwa PAG kwa jina la Yesu. Kubwa. Asante. Wakati ulipotenda miujiza, kuna mmoja mwenye alirudi kushukuru. Asante kwa kujibu maombi. Wewe Mungu ni alfa, nguvu zote za ibilisi, mitego
nguvu za uganga na kuchawi, kusababisha confusion kwa mtoto, ya kwamba hata ya Yesu, tukiomba ya kwamba wazunguke na ua lako la moto, kuondoka kwao kunakuwa mikononi mwako. Baba, tunaomba ya kwamba hata baraka zako mane pamoja nao, ya kwamba watoto hawa watasoma na wataenda hadi kule university na wataenda hadi ng'ambo kwa ushuhuda wa jina lako, ya kwamba itasemekana siku moja tulikuomba na Baba ukajibu maombi na ukaendelea kuinua jamii na ukaendelea kuinua watoto hao. Baba, tunatangaza katika madhabahu yako ya kwamba hakuna silaha itakayoduniwa juu ya watoto hawa itakayofaulu, ya kwamba wewe Baba unasimama na watoto hawa, ya kwamba adui atakuja kwa njia moja na atatawanyika kwa njia 7, kwa ajili wewe Mungu uko pamoja nao. Wazunguke na ua lako la moto, Roho wako Mtakatifu awe msaidizi. Kwa Yesu tumeamini. Wabariki, Mungu watende mema. Asante. Mchungaji Silas, salimia hivyo mahali huko. Amen. Aya, mchungaji Victor, salimia. Kijana wetu Media, salimia. So niruhusu tu nilete one of my leaders, I give photo of thanks ndio tutoke. Secretary. One. Nani atakaye kuokoa na mwili wangu wa mauti? Bwana Yesu asifiwe. Wacha nichukue hii nafasi kwa njia ya kunyenyekea mama wetu, Epo Secretary, Epo Treasurer, hatuna ya kuambia, na isiwe mara ya kwanza na ya mwisho. Imefunguliwa. Karibu Kisii, karibu Kisii, karibu Kisii. Mnaporudi ile takatifu kwa utukufu wa jina la Mungu. Tubarikiweni wote. Amen. Kwa niaba ya Gusii Laja District Director Masaba. Asante sana Maebo Dear Lady wa Gusii Lacha. Nami all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Nami nimefurahi sana. Tumenyenyekea na tunashukuru Mungu kwa sababu yenu. Tumesema ni asante sana. Shukuru Mungu ni kwa sababu ya ile neema ambayo ametunuku katika maisha yenu. Hakika mnajikakamua, afya njema, awape maisha marefu, muendelee kutumika, watende mema. Na pamoja na district ya Kisii pia ninashukuru and we thank God kwa kutulika na kutukaribisha mahali hapa. Mungu wa amani awabariki. Bwana asifiwe. Mama na viongozi wenzako, personally humbled and overwhelmed with amazement. I
okay, among those to be recognized, si kutarajia ati hata mimi ni wakutambuliwa. By the way, nimeshangaa sana wale watu wa kwetu, si mnaelewa. Kumbe kuwa mke wa Vasia ni kitu kubwa hivi. Wacha niseme ukweli, I'm truly humbled and nitatafuta Mungu sana ndio nistahili hiyo nafasi ya huduma ambayo amenipatia. Mumenihudumia na I am humbled, truly humbled. Maneno hata yamenikosa. Secretary, ulikuwa unanijua kutoka mwanzo, sasa hivi utanijua tofauti kwa sababu na nitatafuta kunyenyekea sana kabisa. Mami, nitatafuta kunyenyekea na wakati ulikuwa unasema mama yetu anakuja na tulikuwa na mambo mengi, nilikuwa navutwa hapa na pale, kumbe Mungu alijua tu kazi. Mungu anisaidie sana. Amen. Najua tutawasiliana kwa ajili ya wengi hapa, kwa ajili hasa wake wa wachungaji. Jacinta anakaa kwa mkutano, yeye analinda mtoto nje. Iga mna moro chomo basi akitata na isiko. Ara otemire naende rimambi na mojiko babolire na kimo chimwara kora lakini nara ekero kwaga kira mangana okobora. Ochora suko kwano sari mana igwo bonene. Bone kere kwa ndagiri no batingi ngo kwana oro tia kware kusi waseseniyo. Amen. Amen. Amen, mamsi. Na amesema mimi ni wa baraka, means I'm so blessed. Na nyinyi mmebarikiwa. So before nilete secretary na mimi sisi tunachapa conference a whole week na inakuwa day na boarding. Na usilaje imekuwa hivyo. Azinati alikuwa na yake last week na Buwendo last week na wengine wanaendelea leo. Otherwise wangekuja kwa sababu wako na conferences. On behalf of kwa hao mama wote wa Kisii district, tumesema asante mama. Tumesema asante sana kwa kukuja na usichoke kuja Kisii. We are organizing sio ile yako ya cluster. We are organizing a big meeting ya all mama yani ya tuseme Azinati Kisii yote. Kisii na Nyamila, we are planning a mega, sijui tutaifanyia wapi. Tutatafuta nafasi kama Kisii haitatosha, but we are inviting you. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Si utakuja mami? Mkienda Nyang'ori, peleka salamu zetu huko. Teddy ni rafiki yetu sana, sijui ameenda wapi. He's our friend na anaturecognize zetu Migori katika jina la Yesu. Tukimaliza tutachazana sote hapa mbele, tupiwe one photo. Groups. Amwende lunch. Ni bago soka bara lunch gaki. Kwa heshima kubwa. Yaani kwa kwaya mbalimbali kwa sababu tayari here. Si itakuwa mzuri. Tusimame juu. Baraka nyingi, baraka twatachi, tumepokea kiasi, baritwa kwa upendo wako mkuu Baba wetu ishie. Tumekuja mbele zako tena na hatutachoka kwa sababu wewe ni Baba wetu. Tumefurahi siku ya leo Bwana. Asante kwa kutupa uhai. Hata kila mmoja ambaye amevika. Tumeshukuru jina lako Baba. Asante kwa sababu ya upendo. Tumewaombea baraka nyingi. Mungu kwa wabariki. Hata Bwana tutalisifu jina lako. Asante kwa wamama wote, wazee wote na pastors wetu ambao wameutoa mkutano huu yake. Asante kwa ajili ya mama Ovasia na Ovasia mwenyewe na viongozi wengine ambao walikuwa facilitator katika